Kesho tutasoma family life asubuhi. Kama una mpango wa kuattend, karibu sana. Karibu sana kwa sababu usipokuja nitakumiss. Nitakumiss sana usipokuja. Asanteni sana mashemasi kwa kazi nzuri. Jana tulikuwa tunazungumza juu ya kulea watoto. Na tulizungumza mambo kadhaa. Ni gani lililokuguza sana likakusaidia sana ambalo hutasahau? Na in fact ukilikumbuka utakuwa na miss. Hakuna kitu mnakumbuka wewe? Turudie tena. Mtu ainue mkono. Tulisoma mambo ambayo yanahitaji tuwe nao tunapolea watoto wetu. Niambie ni nini unakumbuka? Wale watu wa ile nini wamekuwa watu wazuri sana. Hebu waonyesheni nyinyi mkoangi hivyo walikuwa wanadhani. Toeni moja. Yes. We evangelize to our children. Kama unataka kufanya crusade, unafanya crusade kwa nyumba yako. Asante sana. Pande hii. Discipline your children. Thank you so much. Pande hii. Yes. Pursue sexual purity. Purity, yes. Watu wa pande hii? Hawa ni wakali bana. Wanaongea wote. They are talking in tongues. Wanaongea zote kwa pamoja. Asanteni sana, ninashukuru ya kwamba mumeweza kuwa wasomi wazuri sana. Na ninaamini ya kwamba hata nikienda kwetu Nyeri, Yesu atakapokuja, kuna watoto nitawaona kwa sababu mimi for sure mimi ninaenda mbinguni. Mimi sina business na shetani. Shetani amenitesa sana duniani. Na mpango wake ni kunipeleka mwisho jehanamu. So I am really working hard through the grace of Jesus. Ya kwamba nikatae shetani na nguvu zake zote. Ili Yesu anaporudi mimi niende nyumbani nikapumzike. Kwa hivyo ninatamani sana hiyo siku Yesu atakapofunuliwa. Na nitaona watoto wengi sana wa better living wakiwa na wazazi wao. Wakiwa wamerithi ufalme wa mbinguni. Na sasa Yesu atakuwa akiniambia, unaona mwanangu, kazi niliyokutuma 2024 Getembe, hii ndio kazi uliyofanya na hawa watoto wako hapa kwa ajili ya kazi hiyo. Hiyo ndio itakuwa furaha yangu. Kwa hivyo ninapoondoka na nimekuwa nikililia Mungu mchana na usiku. Ninapoenda pale nyumbani naangalia hizo vitu vyenye zinatolewa. Ninajiuliza, for sure Lord, did I come here to entertain your children? God forbid. Mimi ninataka kila sehemu inayokuguza, tafadhali badilika. Hivi karibuni bingu zinafunguka. Watu wa Kisii mumekaa kwa usabato mpaka mmezoea. Mpaka mnaona ni kama ni kawaida. And it is normal to feel like that. Ukishazoea kitu huwa inakuingia tu unakaa kawaida. Ninawasihi sasa mchukue hatua nyingine mpya. Na mjue ya kwamba wengine huko ambao walikuwa mwisho kushika habari hii, wanangoja Yesu kwa hamu na gamu. Wanaimba huko, mpaka lini Bwana utakaa mbali? Na mimi ninaomba ya kwamba watu wa better living, Mungu angeguza mioyo yenu. Muachane na shetani na maovu yake. Wewe ambao unajua kuna mambo umejifunganisha nayo, ujue hayo unayojifunganisha nayo kwa siri ni mpango wa shetani ya kwamba usiingie mbinguni. I urge you with a lot of concern, with a lot of pain, mchagueni Yesu awe mwokozi wa maisha yenu. Mchagueni Yesu awe anawalinda na hila na mapepo wa gizani. Bali yeye ampendaye humrudi mapema. Asante sana. Yeye asiyetumia fimbo anamchukia mtoto wake. Na tukasema jana kuna kutumia fimbo ya kudiscipline na kuna punishment. Tafadhali tuweze kuwa discipline watoto, sio kuwa punish. Tuweze kuwapa discipline kwa mpango. Tuweze kuwapa discipline ambao imejaa upendo. Wakati unamrudi mtoto wako, umrudi kwa upendo wa hali ya juu sana. Nataka tuingie hiyo ya 8 ambayo tutasomewa kitabu cha Proverbs 4:24 ambayo inasema,
watch your words carefully. Maneno ambayo tunazungumza, tuchunge sana tunapoongea maneno mbele ya watoto. Tuchunge sana. Na pia tunapowaambia watoto maneno, tuchunge sana maneno tunayowaambia. Maneno yana nguvu sana. Maneno positive yana nguvu sana. Maneno negative yana nguvu sana. Kama mtoto wako hapiti shuleni, wacha ukikaa ukimwambia wewe sijui unakaanga mjinga. Hata uwezi kaa Mary dada yako. Uonage Mary anakujanga na zawadi kila siku nyumbani. Wacha kumfinya mtoto wako na kumgonga na maneno. Maneno hayo unayoyatumia ita work against you. Tuchunge sana maneno ambayo tunayoyaongea. Tunaweza jenga watoto kwa maneno yetu na tunaweza wabomoa kwa maneno yetu. Tawapa hadithi haraka sana. Sisemi mimi ni mzazi mzuri sana, lakini nilipokuwa nafunzwa kuhubiri niliambiwa kila wakati ukisimama mbele ya watu unapotaka kupeana hadithi peana na za kwako. Kwa sababu hizo ndio una uhakika nayo ya kwa yalitendeka. Yule kijana wangu ambaye ninawaambia ndiye last born, alikuwa grade 4. Mimi nikamwacha nikaenda kazini. Akabaki nyumbani. Ilikuwa wakati kama huu, Julai kwetu ni kubaya sana. Ni mvua na si mvua ya kunyesha, ni ile baridi ndio huwa inanyesha. Wale wameenda pande za kwetu ni mashahidi. Kwa hivyo mimi nikaenda kazini, naye kijana ilikuwa midterm. Nikamwambia afanye homework alafu tutaonana. So mimi kumwacha kijana, alienda bedroom ambapo alikuwa amezoea kufanyia homework, ambapo kuna hiyo meza ya kufanyia homework. Alipokuwa pale, kumbuka kuna baridi nyingi. Kijana wangu akasikia ya kwamba baridi imezidi sana. Hawezi fanya homework na hiyo baridi yote. Akaenda akakusanya makaratasi mengi sana. Akakuja akaweka pamoja hapo alikuwa anafanyia homework. Hapa kuna dirisha. Na dirisha hii na curtains zingine zilikuwako hapo nyuma, isipokuwa hizi zimekuja ambazo zilikuwa nyepesi, nylon. So kijana akawasha moto ndio aendelee kuota moto akifanya homework. Kumbe alipowasha moto ilishika curtain. Na alipoona curtain imechomeka mara moja akazima na mikono, akazima na akatoa ile curtain akaficha chini ya kitanda. Na alipofanya hivyo kwa ukuta sasa akaenda akifanya hivi. So hiyo meza ambayo alikuwa anatumia kufanyia homework, the same meza ambayo anatumia kupigia pasi. Kwa hivyo the following morning mimi nimekuja, namuuliza jioni nilipokuja, "Hey, ulimaliza kazi?" Very good. Sawa. Kijana hasemi vitu. Asubuhi yake nikachukua nguo yangu nikaenda kupiga pasi. Ninaingia nakuta ukuta yote imejaa vidole na black. Vidole, nikashanga what was happening. Na ni mjanja kwa sababu alienda akatoa curtain nyingine kama ile na akahang. Kwa hivyo nikaona pia kuna vikaratasi vimezimazima huku, vikaratasi vidogo. So kila hatua iliniongoza pengine. Nikaona ukuta, nikaangalia chini. Nikaona chini, nikaangalia chini ya kitanda. Nikavuta curtain. Nikakuta curtain imechomeka nusu. Nikashtuka. Nikasema sasa what was happening here? Nikamuita, "Kuja. Ni nini kwa inafanyika hapa?" "Hapana." Usifikiri nilikuwa naongea hivyo, naongea ati ni nini ilikuwa inafanyika hapa. Nilikuwa naongea na sauti ya shetani. So akaniambia nilikuwa nimesikia baridi sana, nikaona niwashe moto, sasa moto ikashika nini. Na mbona huku niambia? Niliogopa, anga nini, mam nisamehe. Sasa tukaenda case. Kwangu hata leo hiyo kiboko iko. Na yeye ni mtu wa miaka 19 saa hii. So tukaenda bedroom yangu tukachukua kiboko, tukafanya case, nikamdiscipline venye inapaswa. Then tulipomaliza sasa nikamwambia, tukaomba, tukamaliza hiyo kila kitu, na nikamwambia nataka ukue good boy. Kwa sababu sasa hii nyumba yetu yote ingechomeka na wewe uchomekee ndani, ningepata wapi mtoto mwingine? Usirudie tena, sawa. So nikamwacha nikamwambia sasa leo homework ulimaliza, nataka ufagie sitting room, fagia mkeka na utengeneze vitanda, bedroom yako, kukae smart. Sasa ukae hapo uningoje. So mimi nikaenda. Nilipokuja nikapata amefanya kazi hiyo vizuri sana. Nikamwambia that is my boy. Come. Jifundisha kuhug mtoto wako, by the way. A hug is very powerful. Kama unaenda ukihagi watu wengine na huko, tangulia na mtoto wako. Anahitaji hiyo hug sana. So nikaita kijana wangu nikamhug, that is my boy. Thank you. Imagine vile umefanya huko. Kumbe unajua kufanya kazi hivyo.
Asante sana baba. Hata niliosha vyombo. Tukaenda jikoni nikakuta ameosha vyombo. Nikamcongratulate, nikamwambia that is my boy. You are such a good boy na nimeona umekuwa mtoto mzuri. The following day nikaamka kwenda kazi. Nikamwambia si ni vile vile tu kijana? Akaniambia ni sawa mam. Mimi nikaenda nikarudi kitu saa 10. Nimerudi nimekuta kwangu naingia gate hivyo tu kama hivi. Na hapa kando kulikuwa na kiugo ya ng'ombe. Inaitwaje hiyo? Boma ya ng'ombe. So na nyumba iko hapa hivi. Kwa hivyo unakuja hivi, unaingia hivi, unaenda hivi, lakini kwanza utaona boma la ng'ombe pale. So mimi napokuja nakuta kijana amekalia hapo kwa hizo vitu za ng'ombe hivi. Ananiambia, "Hi my mother." Hey, nikaanza kushangaa, why? Kwa nini ananisalimia kwa mbali? What has happened? Nikamwambia, "I'm fine, how are you? Unafanya nini kwa ng'ombe?" "I am waiting for you." Yesu, ni nini kumeendelea? Juzi tu alikuwa amechoma, sasa ni nini amefanya? Haya, akanilaki. Nikakuta anashika funguo hivi kama funguo za gari, kumbe ni za nyumba. Sasa akaniambia, "I have a surprise for you." Anapenda kujifanya muungwana na tuvizunguzungu tungine twa kunitisha. Sasa nikamwambia gani? Kaniambia nifuate. Kumbe amefunga nyumba ndio just in case ningekuja akiwa hayuko around nisiingie. So nikamfuata kijana. Ninaenda tu nikisema, "We Mungu, chukua usukani tafadhali Jehova." Tukaenda akafungua mlango. Alipokuwa anafungua mlango akaniambia nifunge macho. A grade 3 boy. Funga macho. Nikafunga, lakini roho ina ku. Nikaletwa, nikashikwa mkono, nikaletwa, nikaketishwa mahali, nikiwa nimefunga macho, nikakaa. Akaniambia fungua macho. Akaniambia surprise. Wacheni niwaambie watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Kijana alikuwa amehamisha kiti moja hapa, akaweka hapa, akatoa ile ingine huko, akaweka huko, akachukua vitambaa akatandika. Woi. Na hapa nimeketishwa kumeandikwa barua. Nikapewa ile barua. To the most beautiful mother in the world. Ewe. Lakini sina haja ya hiyo yote. Ninajiuliza hivi vitu vikubwa walibeba na nani? Na kama angeamua kutoa ile imewekelewa TV kungekaa namna gani? Hizo ndio vitu zilikuwa zinaenda kwa kichwa yangu. So nikaambiwa, "You know, I saw you really suffer." Siwezi kumbuka maneno yote, lakini unasumbukanga sana ukicharge simu. Sasa ndio niliondoa hiyo kiti, ile ya kiti moja, ile ya mtu moja. Ndio niliondoa hapo, nikaweka hii ya watu wawili, ndio iko karibu na socket. Ndio sasa unaweka simu na una relax. I love you, mommy. Nataka kuambia, ile kumcongratulate ya jana, ile kumappreciate ya jana, ndio ilifanya hiyo vituko vyote. Ebu jaribu kuappreciate mtoto wako uone vituko atakufanyia. Vituko vya uzuri. Hata anapotoka shuleni, amepata number 43 na alikuwa number 45. Mpigie makofi na umuhagi muinue mpaka juu. So you can do this better. Kumbe wewe ni vile tu nasemanga wewe una akili nyingi. Hata hii sasa najua hiyo siku nyingine utakuwa better. Wewe ni mtoto mwerevu sana. You've really done us proud. Anashtuka haya. Na vile mwalimu alikuwa ameongea mbaya. Na vile wengine walinichekelea shule. So my mother believes in me. So my daddy believes in me. Itamcharge. Na akienda shule utashangaa atakuwa nambari 1. Na hiyo si mambo mageni ninawaambia. Si mnajua habari ya huyu Ben Carson. Appreciate mtoto wako. Mpe heko anapofanya vizuri. Hata akifanya kazuri kiasi hii, kafanya kakubwa, vyenye unafanyaga makosa kiasi hii kubwa akikosea. Fanya kale kazuri kadogo anafanya kakubwa sana. Huyo kijana wangu akanifurahisha. Na kutoka hapo nikalan lesson yangu peke yangu. Akifanya kitu kidogo ninamwambia very good. Na mjizuisha kuambia watoto very good. Hakuna kitu anapenda. Vyenye unapendaka kuambiwa na bwana yako I love you. Na vyenye unapenda kuambiwa na bibi yako I love you. Watoto nao wanapenda kuambiwa very good. Nilikuwa tumeenda makambi pahali fulani kama hivi mko. Mimi nilikuwa mwalimu wa shule. Kwa hivyo ikasemekana fulani aende na youth fulani na wamama, na mimi nikapewa watoto tena utu tudogo twa nursery. Wakaambiwa tuokote uchafu. Sasa nikamwambia ndeni, wakaleta mtu analeta nawaambia sawa, peleka kwa pipa. Sawa. Kamoja kalikuwa kama uto tuko hapo nyuma. Kalipoenda nyumbani kalienda kakaambia mama yake,
Mom, imagine teacher Lucy alituambia tuokote uchafu, na tulipompelekea uchafu mingi hata hakutuambia very good. Sasa mama yake ndiye alikuja kuniambia. It was also a lesson that I learned. Na ukiambia mtoto very good, anajisikianga umemuinua kutoka chini na kumweka wapi? Juu. Kwa hivyo, hapo niko kwa maneno ya words. Maneno yatajenga. Ukimwambia maneno ya kumwangusha, ataendelea kuanguka. Na atakuwa mzee, atakuwa kijana mkubwa mlevi, utakuwa ukisemanga huyu ni mlevi yule wangu. Ukisema hivyo unaongeza dosi ya ulevi. Lakini ukisema this is my son, huyu ni kijana wangu ninayempenda. Isipokuwa ni shetani venye anamsumbuaka, lakini ninamuombeanga. Hata akienda akishikika huko, anajua mama yake anamuombea. Kwa hivyo tuchunge maneno ambayo tunaongea kwa watoto wetu. Chunga maneno ambayo unaongelesha your spouse. Watoto wanayasikia. Unakaanga hapo ukiambianga mama yao, sijui ni mweusi, sijui ni mrefu, sijui ni mvivu, sijui anapenda kulala, sijui anapenda kula. Wewe naye mama unashinda ukisemanga baba yenu ana uchafu, hizo socks zake zinanuka, pelekeni huko bafu. Watoto wanasikia hayo yote na yanaingia kwa brains zao. In case hamna wakati mzuri, kwa sababu hatusemi ati kila siku kwa ndoa kuna usalama. Kuna siku za hasira, kuna siku za kukosana. Tafadhali msiongee watoto wakiwa wanasikiza. Wacha watoto waondoke, muende bedroom, sasa huko rushianeni, mkiamua roho wasikue katikati yenu, hiyo ni juu yenu, but please spare those kids for heavenly kingdom. Kwa hivyo tuwafundisha watoto pia kwa watoto vyenye wataongea. Mama mwingine anakutana na mama mwingine tu akiwa amesafiri. Alikuwa shosho mzee. Akakutana na msichana mwingine walikuwa wanaishi na yeye kitambo. Alafu anamwambia, huyo ni kama amekuwa mkubwa hivyo." Akasema, amekuwa mkubwa hata sasa. Kuna jina ingine funny sana ya Kikerenyaga ya kuita mbwa. Ni ananaira mnona ni amenyire gwita na ngite. Ile kitu ameneneha, amekuwa mkubwa akajua sana ni kuitana mbwa. Amekuwa mkubwa sana huyu, unaona. Mpaka amejua kuitana mbwa. Hata ile kitu kikubwa sana wewe unaachieve kwa mtoto wako ni wakati mtoto wako amejua matusi. Teach your children kuongea maneno masafi. Fundisha watoto wako kuongea maneno masafi kutoka kwa midomo yao. Watoto wanakusanya ripoti nyingi kule shuleni. Na wanasoma masomo mengi sana kule shuleni. Lakini ikiwa akienda akisoma shule, akija nakuta na wewe uko hivyo, ataendelea kushika. Wafundishe kuongea maneno ambayo ni maneno righteous. Wasiongee unrighteously. Number 9. Show your children your own love for God. Waonyeshe watoto wako ya kwamba unampenda Mungu. Waonyeshe wewe binafsi, si kanisa lenu linapenda Mungu, sio kwaya yenu inapenda Mungu, si wewe na dadi yao mnapenda Mungu, si wewe na mami yao mnapenda Mungu. Onyesha watoto wako ya kwamba wewe unampenda Mungu. Niliwaambia wangu aliniangalia na akaona niko hapa katikati. Mimi sijui wako tukimuita hapa atasema nini. Kama sasa hivi wako huko kwa class, kama mtoto kamoja kaanguke ka faint. Alafu ticha amwambie kimbia uite mama moja akuje atusaidie aombee huyu mtoto, kimbia. Mtoto wako akija hapa atakuchukua ama atachukua huyo mama kwa mboka kwa karibu na wewe? Hebu jiulize hiyo swali. Je, mtoto wako anajua wewe unampenda Mungu ama anakuoneanga tu hewani? Alafu anakuja mbio, mama kwa mboka, kuja uombe Mary ameanguka na mama yake yako hapo. Na sasa hiyo ametumwa na mwalimu akamwambia enda tafuta mama ambaye unajua namjua Mungu sana kuje. Aombe mtoto. Anakuja anaita mama mwingine anakuacha hapo. Baba mwingine anakuacha hapo. Tuweze kuonyesha watoto wetu ya kwamba tunampenda Mungu wa mbinguni. Mpende Mungu wako kwa moyo wako wote na roho yako yote na akili zako zote. Hebu tusome kitabu cha Matthew 22 verse 37 to 40. Verse 37. Uendelee mpaka pale nitakwambia usifike 40. Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Biblia ndio imetoa amri ya kwamba tuweze kupenda Mungu kwa mioyo yetu yote. Wacha kupenda Mungu nusu.
Wacha kupenda Mungu kwa ajili watoto wanakuona. Natakanga nikae hivi ndio watoto wangu waendange, ndio watoto wangu waonange. Mpende Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa akili zako, endelea. Na kwa roho yako yote. Na kwa roho yako yote. Na kwa akili zako zote. Na kwa akili zako zote. Hii ndio amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Amen. Usiendelee. Unaambiwa upende Mungu wako kwa moyo wako wote. Saa hii na si hapa, hata kwetu maneno imeharibika, si Kisii peke yake. Ni watoto wangapi wakiletwa hapa tukiwafungua hatutapata wako na kamba hapa ama hapa? Una hakika mtoto wako wako salama? Ni wangapi wenu mliacha vivitu kwa nyumba zenyu na mnafuatana na mtoto na mnamleta kanisa na mnamwambia, na anasikia mkisema maneno ya kurogwa na kurogana? Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote na kwa roho yako yote. Wachana na shetani. Wewe peke yako, imani yako inatosha kuwa mahubiri ya kufanya mtoto wako asimame. Na jana niliwaambia Wakisii wametulet down. Lakini nikafikiria baadaye nikajiuliza, lakini kwa nini Mheshimiwa Matiang'i, kwa nini Maraga, kwa nini kina Mzee Nyachae, hao bado hata walipokuja huko mlima walizidi kusimama wanamtetea Yesu? Tulikuwa tunaambiwa na watu walikuwa wanaenda kanisa Central Church. Unajua hao watu wakubwa wakubwa wanaenda Central Church. Ukimkuta Maraga huko ana wipe the floor na mop kwa sababu yeye ni deacon, hutaamini. Kwa hivyo wazazi waliowazaa wale watoto walivyofundisha habari za upendo wa Mungu, na ndio mpaka sasa wamezeeka na wametoka nchi yao wameenda nchi ya mbali, bado wanamsimamia Mungu wao. Mtoto wako je, kule alipo anamsimamia Mungu? Mtoto wako alipo huko, kwa sababu Mungu amewabariki. Na kama kuna watu wamesoma, jamani, ni Wakisii. Hawa watu wamesoma. Kila ofisi ukienda huko, mara tunakaa tunakuta ofisi hapo kwetu kwangu nje kuna county offices. Unakuta mkubwa wa hiyo ofisi ni Msabato, lakini hakanyangi go kanisani. I am sorry to say this because this is the fact. Nyinyi mmekuwa kama ile maneno inaambiwa katika kitabu, sijui kama ni Mathayo, ya kwamba nyinyi ndio mliletewa huu wokovu na mmeukataa. Mmekaa kama wale watu waliotumiwa mtoto wa mwenye shamba, na walipokuja wakamuua, wakamkataa. Nyinyi mmekuwa kama lile jiwe ambalo waashi walilikataa. Mmekuwa kama wale wa Israeli, alipokuja Yesu kwao walimkataa. Jamani, watu wa Kisii, hamjui jinsi mmebarikiwa. Hamjui. Jana tulikuwa tunaongea na mama mwingine hapa, rafiki yangu. Ananiambia amepata transfer, lakini ikawa anataka kuja makambi. Na ametransfer from one office to another. Na alipokuwa anataka kuja makambi, alienda akamkuta mkubwa wake pahali amepostiwa. Akamwambia, mimi ninataka kwenda makambi. Yule mkubwa akamwambia, mimi ni Msabato, najua makambi ni nini. Enda makambi ukuje yakisha. Kwetu ukipata hiyo promotion kidogo, makambi inaishia hapo. Kwa sababu hata hawajui, hata hawaelewi. Watoto wetu wanasoma kwa shida huko mlima kwa sababu ya Sabato. Watoto wetu wanapitia mambo mazito. Niliwaambia mtoto wangu alikufa kwa ajili ya suicide. Mtoto wangu alikuwa ameandikwa Family Bank, na akasumbuliwa na akaniambia anaacha kazi. Nikambembeleza, hata mimi niko na imani kama ya Wakisii. Nikaanza kumwambia enda kazi. Akaniambia, mami, I cannot do that. Na mtoto wangu akaacha kazi. Alipoacha kazi ni 2019 na amepata katoto kadogo. Na sasa 2020 ikaingia. Hiyo inaitwa nini? COVID-19. Mtoto wangu lockdown, hawawezi kuja nyumbani, wako Nairobi. Sasa kazi ni tunatuma chakula ile tunapata. Akaanza, alikuwa kijana mwenye bidii. Mnajua Wakikuyu na Wakisii tuna bidii, especially wanaume. Hakutaka kuonyesha kuanguka yeye, hakutaka kujihurumia. Akaanza kuuza vitunguu Githurai. From a banker to mtu wa vitunguu. Vitunguu ni nani atanunua na mikahawa imefungwa inaingia watu watano. Biashara ikawa ikienda kushika, kakaanguka polepole, ikaisha, ikafirisika. Mtoto wangu anaendelea kuzama into depression. And unajua huwa ninajiuliza, sitaki kujiuliza hivyo kwa sababu niko kwa mtandao. Lakini mtoto wangu akaingia into depression kwa sababu alipopata kazi hakuna Msabato anamuelewa. Akaacha kazi.
na akazimia 2020, 2021. Alikuja kupata kazi 2022 January. Tayari kijana ni mgonjwa. Lakini tunaongea na niambia mama, mambo itakuwa sawa. Mambo itakuwa sawa. Mambo itakuwa sawa. Na mimi nasema ninakuanga na kijana mmoja wa ajabu sana. Kijana wangu anakuanga strong sana. Huyu Dan wangu ni wa maajabu sana. Hapendi kujilegeza. Kumbe mtoto anakufia ndani. Amekaa kwa hiyo kazi for 5 months. Anangoja, alikuwa anafanya kwa real estate. Anangoja alipwe pesa nyingi, nirudi kuletewa hizo pesa, nikalia, nikaziona kama takataka. Mtoto wangu akaamka siku moja Monday, nikampigia, tukapiga story, akaniambia unaona venye Mungu anatupenda mami, sasa hata nitaenda, nataka kupigwa transfer niende Malindi. Na mimi namwambia usiende Malindi, huko ni mbali sana, nitakumiss. Lakini akaniambia tutaona, lakini mambo itakuwa sawa. In fact tuna pesa nyingi sana na ngoja itoke. Hiyo pesa ikitokea nitakuja tuone venye tutatengeneza nyumbani. Na mimi namwambia hapana, wacha na mambo ya nyumbani, jipange na familia. Anambia hapana, nitagawa zitatosha. He loved me so much. In fact hata nilipoenda nikakutana na wanaofanya kazi nao, walikuwa wananiambia hakuna dakika ingepita bila Dan kutaja mama yake. Lakini mtoto wangu kumbe tayari anipa hizo stories zote, kumbe bado he is sinking into depression. Na jioni hiyo nikampigia simu, sikumpata tena. Asubuhi yake simuoni. Naangalia WhatsApp, mwanangu hayupo. Nikapiga ofisi, mimi sikuwa nimeenda huko. Bibi yake amekimbia kwao nyumbani kwa sababu ni wa Nairobi, hiyo ameitwa na mama yake washughulikie kitu. Kumbe alikuwa anategea siku bibi ataondoka. Nikaingia gari, sikukumbuka hata kuita bibi. Nikaingia gari kutoka Karatina kwenda Nairobi, ni masaa 2. Wacheni niwaambie Kenya ni mbaya. Nilienda hiyo njia nikilia kwa Nissan. Hakuna mtu aliniuliza mama nini nakulilisha. Kenya ni hatari kwa usalama. Jizururishe na mambo zako na shida zako. Najiuliza kwani hawawezi hata kuniuliza tu, hata nikatae kuwaambia. Gari ikaenda tukafika Nairobi, nikatoka nikapanda gari nyingine nikaenda South B. Mimi ninaenda, to cut that long story short, sitaki kuiongea sana kwa mtandao. Nikakuta mtoto wangu aling'ang'ana akiwa kwa bafu. Kapigana na shawa za kazishika, aliposhikwa na uchungu mwingi ameanguka hapo. Naangalia juu hivi. And he is dead. Kuangalia upande palikuwa na sink, kawaida ya bafu sink. Nikapata chupa ya dawa. Nika collapse. I didn't understand where I was when my son was dying. I didn't understand where God was when my son was dying. I didn't understand where the guardian angels ambao tunaambiwa wanakuanga, where they were when my son was dying. A 31-year-old boy. Akaacha katoto ka miaka 2.5. And he's dead. Kama una mtoto wako, shughulikia mtoto wako. Mambo mengi sana yanachangia depression. Mambo mengi sana. Sina time ya kusoma mental health. Najua wakisini wasomi mnajua haya mambo. Wacheni kucheza na watoto. Wacheni kucheza na watoto. Watoto wawe priority number 1. Na unajua hata kwa Euroje yako wewe na wale wote tumezika wakati nakuja kusomwa, hata kama alikuwa nani, hata president wale tumezika Kenya hii. Sijaiona mtu aliambiwa aliacha milioni 10 kwa banki, sijui aliacha mashamba 100. Hapa chini kunaandikwa ameacha nini? Watoto na mke. Ama watoto na mume. Hata mbinguni, ndugu na dada yangu, utaulizwa tu watoto. Hizo vitu unakimbizana nazo, hizo uchawi unakimbizana nazo, ndio kwa sababu upate mali nyingi. Hizo mali umetafuta na umerudisha, na ni vizuri kuwa na mali duniani. Tufanye bidii. Alafu zimekufanya umeneglect watoto wako, utaziacha dunia hii na wengine watasherehekea. Lakini Yesu atakapokuja atauliza, wako wapi watoto niliokupa? Tafadhali watu wa Mungu, tuwafundishe watoto upendo wa Yesu. Tuwafundishe watoto upendo wa Yesu. Na sisi pia tuweze kumpenda Mungu. Mimi sijui niseme nini, sijuangi nitasema nini. But one thing I know, I'll meet my son in the morning. Because for sure he loved God. Alikuwa nahubiria hao nilipapata colleagues. Mmoja ananiambia
Saturday nilikuwa nimevunjika moyo. Dandi alinihubiria, moyo wangu ukapata nguvu tena. Kumbe kijana anang'ang'ana juu, ndani kulikufa kitambo. Onyesha mtoto wako furaha. Muonyeshe upendo wakati unamuona. Wacha kukanga ukirushianga mtoto mikono, kumwambianga niondokee, unanisumbua. Tuwaonyeshe watoto wetu upendo wakati tunawaona. Tafadhali watu wa Getembe, chungeni watoto wetu. Sitaki mtoto wa mama yeyote hapa ama mtoto wa baba yeyote hapa commit suicide. That is the worst experience on earth. Heri kila kitu ingine ifanyike kwako, lakini mtoto wako asife. Hutawahi jisamehe. Na unakosa kujisamehe kwa vitu hungefanya, hungejua. Kwa hivyo tuwaonyeshe watoto wetu upendo wakati tuko nao. Wale mna watoto ambao wanavuta bangi, wale watoto walikataa kusoma, wale watoto wamekuwa kisirani, onyesheni hawa watoto upendo. Because as long as they are breathing, the Lord is not done with them. Hata amen hamwezi sema. Tuwaonyeshe watoto wetu upendo wa Mungu. Tupende Mungu sisi kwanza. Tupende Mungu sisi kwanza. Onyesha watoto kupenda jirani. Wachaka kuambia mtoto, nisikie umeenda huko. Ulikuwa umeenda huko kufanya nini? Na saa hiyo mjirani ni msabato mwenzako. Ulikuwa umeenda huko kufanya nini? Si tulikuwa tumeenda kwa kina nani kucheza na yeye, na tumepewa chapati, hata hizo chapati unachukua unatupa. Fundisha watoto wako kupenda majirani, kwa sababu Yesu anatuambia, songa sasa msomi. Kwa ile buku yetu, yes. Hii ndio amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza, na ya pili yafanana nayo. Nayo ni hii: mpende jirani yako kama nafsi yako. Asante. Umpende jirani. Jirani ni huyo mnaeka na yeye. Jirani ni shosho yake, yule wa huko kwa baba yake, ambao wanakuchukia sana wewe mama. Fundisha watoto kupenda huyo shosho yao. Fundisha watoto kupenda babu yao. Fundisha watoto kupenda aunti zake. Mfundishe kuwapenda hao wote, kwa sababu wasipowapenda hatapenda mwingine. Hawezi kwenda kupenda watu shuleni, na kama hawezi penda familia. Mfundishe ya kwamba ni amri ya Mungu kupendana, na hatupendani kwa sababu tunapendwa. Wakisii, tafadhali wa Kristo wenzangu, wacha kwenda kwa uchawi kwa ajili umechukia mtu. I have to repeat this. Nimesikia Roho wa Mungu akinisumbua sana. Tuache kwenda kutafuta suruhu za maneno kwa wachawi. Na nitaongea na kipasa sauti kwa sababu Yesu anasema niseme. Tafadhali wacha kufundisha watoto wako mambo ya chuki, kwa sababu pahali pana uchawi pana chuki. Hakuna siku uchawi inaendewa na mtu ambaye ako na upendo. Kwa hivyo tufundishe watoto wetu upendo wa Yesu. Tupende hata majirani zetu. Yesu ndiye mchawi nambari moja hata kupigania. Tuwafundishe watoto wetu pia kwenda kutembea children's home. Kisii ni kwa matajiri, sijui kama kuna children's home. Kuna children's home huko? Oh, sawa, asante. Tuende huko. Jifundishe kwenda kwa children's home na unabeba mtoto wako. Anaenda anaona, wakati unamwekea chakula na bakisha, kuna watoto wengine wanategemea ni nani ataleta chakula. Wafundishe kuweza kuwa na huruma na kujali the community around them. Wafundishe kwenda huko kutembelea hao watu. Siku nyingine kwetu kina women ministry tukapanga district mzima. Tukasema tunaenda children's home na tulibeba watoto wetu. Na chakula tulichokuwa tumepika, kwa sababu sisi ndio tulipika, tukapika chakula kikawa kichache kwa sababu watoto walibomoka. Sasa ndio walikula wa mwisho. Tulianza na children's home. Watoto tukawekea kidogo kidogo. Ai, mimi sitashiba hii. Kawaambia hapa hivi ndivyo wanakula. Si nyumbani unawekeangwa chakula unamaliza, unatupa. Hapa wa huku wanakulaga hiyo, hatuwezi shiba. Ili waweze kujua the meaning of life na waweze to value their parents. Mtoto asije akakukosea adabu. Aweze kujua kuna mtoto hana baba na hana mama. Mimi nimeishi children's home for 10 years. And I thank God for that experience. Kwa sababu hata kama mtoto wangu alilala. You know, I have another side of the story. Huyu kijana akaja katika maisha yangu na akawa mtoto wangu. Anaitwa John. I wish ni karibu nimwambie akuje. Kwa sababu huyu kijana niliwalea pamoja na mtoto wangu. Niliwaambia mimi sitaki kujisifia kwenyu. I am just giving my experience and my stories. Tulipoenda pale children's home, watoto wametoka Nairobi. Children's home iko Isiolo, wengine mmetembea mnajua Isiolo na Nairobi ni mbali kabisa.
Na basi tuko pale kwa children's home, kamtoto wameletwa 35 children from Nairobi. Na wamekuja sasa na wako hapo, na sheria ya children's home, wale mnakaa kwa children's home, shule ikifungwa mtoto aende kwa relatives. Hata kama hana baba, aende kwa aunti zake na shosho zake. Kwa hivyo, ikawa inafanyika hivyo. Lakini hawa watoto walipoletwa, huyu mmoja ambaye anaitwa John, akawa mama yake ameaga huko Nairobi, kwa hivyo hawezi enda. Ni katoto kadogo. Nimefikiria niache kupeana hiyo story kwa online. Unaweza zima kidogo niwape walioko hapa. Sitaki mtoto wangu akute mumepeleka hiyo kitu huko anashangaa naenda kumtangaza. So John, umezima? Sawa. Sasa imeisha. Na si nimeingia nimechelewa wewe. Nipe tu dakika kidogo niko nabakisha tu hii story na kamoja.
ilikuwa kamushene ya nyumbani. Ya mwisho ni ask God for grace and strength in child rearing. Hata ukirutumia hayo mambo mengine yote tumesema kutoka mwanzo mpaka mwisho, na Mungu asiwepo, hauwezi kabisa. Hauwezi kabisa. Kwa hivyo tafadhali, ebu umuite Mungu, akupe nguvu, akupe uwezo, akupe wisdom ya kuweza kulea mtoto wako. Mungu mwenyewe ndiye mwenye mtoto. Wewe ni zawadi tu uliopewa. Na wakati utakapofika, Mungu atakujia zawadi yake. Tafadhali tunza hiyo zawadi vizuri, kwa sababu hujapewa milele, atakuja. Ikiwa wewe ndio utakujiwa mbele yake uweze kuondoka, mtoto wako abaki akikumbuka, my mother told me, my father told me. Ikiwa wewe ndiye atakuacha, utabaki ukisema, ninajua mwanangu nitamuona in the morning. Omba Mungu akupe grace ya kuweza kulea watoto. That is Ephesians 6 verse 4. Ya mwisho kabisa, hiyo hautasoma msomi. Isaiah 54 verse 13 inasema hivi. Hiyo ndio nataka unisome haraka haraka. Wale ambao watoto wetu wamepotea njia, msife moyo. Bado Yesu anangoja. Bado Yesu ana mpango mpya. Bado Yesu anawashughulikia. Bado Yesu ana mpango na watoto wetu. Ikiwa sisi tutampenda Mungu kwa mioyo yetu yote, na kwa roho zetu zote, na kwa mioyo yetu yote, tujue ya kwamba watoto wetu, haijalishi wanakunywa nini, haijalishi wamevuta nini, haijalishi wamefanya vituko vya aina gani, haijalishi wamepotea hata wanatutusi, ingawa sisi tunampenda Mungu kwa mioyo yetu na roho zetu na akili zetu na kila kitu tulicho nacho, watoto wetu wataweza kurudi tena. Tusome haraka. Na watoto wako wote, amina, watafundishwa na Bwana. Watafundishwa na Bwana. Na amani ya watoto wako, na amani ya watoto wako, wewe mama, wewe baba ambao unakaa hapo unashangaa, what is the fate of my children? Watoto wako itakuwa nyingi. Amani yao itakuwa nyingi. Je, wewe mtoto wako anapokuwa huko, hata anapoenda kwa club na amelewa, ameshindwa kusimama, anaweza keti hivi akumbuke, by the way, I am not able to pray, but my father and my mother is praying for me. Mimi ninajua tulipotoka kwetu, wazazi wangu waliamini kitambo miaka ya 70s, na walitufundisha siku zote, it was a must. Ni lazima morning devotion na evening devotion. Na brother yangu ambaye ananifuata ndiye alikuwa wa kwanza kutoka nyumbani, akaenda nchi za mbali kusoma. So every jioni I could hear my parents speaking about my brother in prayer. Mungu, kumbuka huyu mtoto wetu, pahali alipo umlinde na hatari zote, umtunze. And when I went out of home, na nikajua, na mimi pia nikawa nimetoka kidogo, kwani si hata wewe ulitoka, kwa nini unaniangalia hivyo? Si hata wewe unajua ulitoka. Na mimi pia nikiwa katika safari nikatoka kidogo. Saa ingine ninashindwa kuomba, nilikuwa ninajua my mother and my daddy are praying for me. That gave me the strength to keep moving hata kama sikuwa ninaomba. Je, mtoto wako akiwa huko Nyeri, akiwa huko Mombasa, ana hakika ya kwamba hata akiingia katika majaribu ya kwamba hawezi kuomba, ya kwamba mama yake, baba yake anamuombea? Na wale tudogo, nyinyi young parents mko hapa, nyinyi ndio naona ndio wengi sana, mumefundisha watoto wenu kuwa na devotions. Tafadhali wacheni kujifanya mumesoma, mko kazi kubwa kubwa. Hizo zote zitapita. Tenga time for devotion. Fundisha watoto wako kuomba. Ombeni nao. Si unamwambia kujeni haraka haraka tuombe, wewe ombesha twende shule umechelewa. Waketishe, musome neno, mkimaliza neno muimbe wimbo, kisha mpige magoti muombe. Na kwa sababu watoto hata wajui kuomba huko home, wakija hapa kanisani hawataki. Hata akipiga magoti anapiga sama, kwa sababu hizi ni vitu wanakuta kanisani. Hakuna kanisa litasaidia mtoto wako kwenda mbinguni. Mzazi wa kwanza ndiye pastor. Mzazi ndiye pastor wa kwanza, ndiye mwalimu wa kwanza. Mzazi. Na nyumbani is the first school. Haraka sana niseme juu ya neno mzazi, parent. Najua mnajua. Namba P inaitwa personal friend. Personal friend. Utaiandika ikiwa imeenda hivi jina parent, ikienda hivi. Personal friend. Kama wewe ni mzazi, ukuwe personal friend to your children. Inasema available. Be there for your child. Naenda mbio, saa zangu nimeharibu. Available. Letter R. Responsible.
Lazima tukue wazazi responsible. Letter E, encourager. Uwe mzazi wa kuencourage mtoto wako, hiyo nimeongea hapo mbeleni. Na letter N inasema nurture. Nurture. Na ya mwisho, teach. Teaches, nurtures, personal friend, available, responsible, encourager, nurtures and teaches. That is the parent ambayo anajulikana na bingu. Na Mungu wa mbinguni atusaidie. Sijui ni wangapi wanasema wanataka kuingia kwa ufalme wa mbinguni na watoto wao mkono juu. Sijui ni wangapi wanasikia kwamba kuna pahali imeenda kombo kidogo katika kulea na wataka nguvu mpya, wanataka hekima mpya, wanataka maombi ili waweze kurekebisha na kulea watoto wao kwa jinsi inavyotakikana. Kama ni wewe, simama. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, sisi ni watoto wako na umetubariki pia na watoto ambao ni zawadi kutoka kwako. Kati yetu tunasikia tu ya kwamba kuna mahali tumeenda kombo, tumeenda kinyume. Wengine wetu ni wazazi watarajiwa na wanatamani utakapowapa watoto watalea kwa jinsi inavyokupendeza. Baba, tusamehe tulipoanguka. Baba, tuongoze kutoka sasa hivi. Tugeuze mwelekeo wetu, tuelekeze watoto wetu kwa njia ya kweli na ya haki. Tuwalee kwa upendo wa ajabu, kwa sababu dunia imejaa chuki na giza nene. Baba, pigania watoto wetu. Kuna wazazi hapa wanalilia wajukuu wao. Kuna wazazi hapa wanalilia watoto wao watu wazima walioondoka kwenda kazi mbali na wamekukataa. Wameacha hata kanisa na wameingilia anasa za ulimwengu. Baba, tunainua watoto wote wa familia hii ya Better Living. Hata wale wako huko juu madarasani wakisoma. Hawa wote umetuahidi ya kwamba you are going to be their teacher. Baba, tunawaleta kwako. Baba, tunawalilia alivyokuwa akifanya Ayubu kila asubuhi na jioni. Baba, tunakulilia kwa ajili ya watoto wetu. Hatutaki kwenda mbinguni bila watoto wetu. Baba, tuhurumie. Kati yetu kuna watu ambao wana watoto wagonjwa. Kuna mama alileta sadaka yake na akasema mtoto wake ni mgonjwa sana. Baba, ninamuinua mtoto huyo katika jina la Yesu katika kanisa hili uweze kumponya. Baba, tembelea mtoto huyo mahali alipo, mnyoshe mkono wa uponyaji mtoto huyo akaamke. Na kama kuna watoto wengine wagonjwa, kuna wengine wanangoja kupelekwa hospitali test aina mbalimbali, Baba, ninaomba utende muujiza katika kambi hili. Kuna wengine watoto ni very poor performance na wazazi wao wako discouraged. Baba wa mbinguni, ninaomba ukawape hekima watoto hao. Ukawape wazazi pia nguvu ya kuendelea kuwasomesha. Baba, tusaidie kwa jumla kupenda watoto wao. Kila mmoja hapa aliye na mtoto aliye na shida mbalimbali. Siwezi kutaja zote mbele zako Baba, lakini najua wewe unawaona. Naomba uwatembelee kila mzazi kwa nafasi yake. Turehemu Baba, utukumbuke. Tusaidie kukupenda na kukutii, na ili pia na wewe ukawatiisha watoto wetu wakakupende. Hili ndilo ombi letu katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Kesho tutakuwa na singles asubuhi. Tutaanza na kipindi cha singles asubuhi na summary ambayo itakuwa vizuri na adabu. Hii summary tumefanya ni mbio mbio. Tutafanya summary nzuri ya parenting na tufanye singles ndio tuweze kuachana. Mungu wa mbinguni si awabariki. Si ninawapenda manze. God bless you. Get to the point. Take a step forward. 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 Get to the point. Take a step forward.
Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward. Sifa zote na utukufu ni kwa Bwana uliye mbinguni. Nani kama wewe? Wastahili heshima, mkombozi wetu. Umetukuka juu ya miungu yote. Sifa zote na utukufu ni kwa Bwana uliye mbinguni. Nani kama wewe? Wastahili heshima, mkombozi wetu. Umetukuka juu ya miungu yote. Nani kama wewe Bwana muumba wangu? Mbingu zatangaza haki yako, heshima na adhama ziko mbele yako. Bwana ndiwe mkuu, nitayasifu matendo yako. Nani kama wewe Bwana muumba wangu? Mbingu zatangaza haki yako, heshima na adhama ziko mbele yako. Bwana ndiwe mkuu, nitayasifu matendo yako. Fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako. Uyafute makosa yangu, unioshe, unitakase dhambi zangu. Fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako. Uyafute makosa yangu, unioshe, unitakase dhambi zangu. Nani kama wewe Bwana muumba wangu? Mbingu zatangaza haki yako, heshima na adhama ziko mbele yako. Bwana ndiwe
nitayasifu matendo yako. Nani kama wewe Bwana muumba wangu? Mbingu zatangaza haki yako, heshima na adhama ziko mbele yako. Bwana ndiwe mkuu, nitayasifu matendo yako. Nani kama wewe Bwana muumba wangu? Mbingu zatangaza haki yako, heshima na adhama ziko mbele yako. Bwana ndiwe mkuu, nitayasifu matendo yako. Nani kama wewe Bwana muumba wangu? Mbingu zatangaza haki yako, heshima na adhama ziko mbele yako. Bwana ndiwe mkuu, nitayasifu matendo yako. Amina. Amina. Tunasemaje kwa kwaya yetu ya Revelation? Get the point. Take a step forward. Baada ya kipindi hiki kutakuwa na vipindi vyetu vya kawaida workshop, na ndio itakuwa ni kilele chake. Hivyo usije ukaondoka ukadhani kwamba tumefika mwisho, maana kuna kipindi cha workshop. Tukitoka workshop alafu mchungaji Fadhili atatupa mibaraka ya mwisho tunapofikia kilele cha makambi haya. Hivyo usitoke, na walimu mnapofika pale muhakikishe mumemaliza kila kitu, maana kesho hatutakuwa na workshops. Na kumbushwa tena ile sadaka mbichi kwa wale ambao walileta, na naarifiwa kwamba ipo. Akimaliza mnenaji tutafanya mauzo ndio tuingie kwa workshops na mpate kubarikiwa. Karibu mtumishi wa Mungu. Asante sana ndugu yangu, Mungu akubariki pia. Naomba ya kwamba tuweze kuomba ili ya kwamba tuweze kuanza kipindi hiki. Lakini kabla hatujaomba, before we pray, ningependa niseme hivi ya kwamba niko na dakika natumai 30 hivi. Kwa hiyo kifika saa 10:30 natumai na naomba ya kwamba Mungu anisaidie upate wakati huo nipate ya kwamba nimemaliza. The program in front of us is the health message. Now before I pray so that we can begin, I want to state, as I said, that you may not hear probably maybe the normal message that you hear. I don't know what the normal messages that you hear about health are. I may not speak about diseases and what to do about some disease, or how to cook, or what and how. But I just want us in the few minutes that we have to lay a foundation so that we can know actually why the Adventist Church associates itself with the health message from the Bible and the spirit of prophecy. Without much and further ado, I'd like us to pray so that we can begin this program. Let us pray. Father, Lord in heaven, speak to us in just but few minutes. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Matthew chapter 24 verse 14. Some of the verses, I may not read them because of time. I will just recite them. But there are verses that I feel like they're key and I want to be intentional about them. We are going to read them. That also applies to the few quotations I'm going to quote here and there to build this topic or this program as it were. Matthew chapter 24 and verse 14, the Bible says, reading from the King James Version,
and the gospel of the kingdom, and this gospel of the kingdom shall be preached unto all the earth, then the end shall come. Now, unto us as a people, the Adventist church has been committed a great and powerful messages that are designed to set us aside from the world. Now, one of those messages that are designed to make, these messages are designed to make God's people a light to the world. Remember, the Bible says in Matthew 5:16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which hath in heaven. So these messages that have been entrusted unto us are to actually make us be the light to the world. And not only just that, but to prepare us for the second return. And one of those messages, we spoke about them in the morning. We spoke about the the education reform message, and now it is the health reform message. Asante nashukuru. So what I was saying is simply that katika zile jumbe ambazo zimepewa ambazo zinatufanya kuwa tofauti kutoka dunia ama mambo ya dunia, jumbe hizo moja yazo ni ujumbe wa afya. Na ningependa nisome jambo moja hapa katika kitabu kinaitwa Last Days Events ama matukio ya mwisho ya ulimwengu. Nisome tu, nikubalie nisome katika ukurasa wa 45 chapter samahani, it is page 45 paragraph 2. Inasema ya kwamba the Seventh Day Adventists have been chosen by God as a peculiar people separate from the world. By the great cleave of truth, he has cut them from the quarry of the world and brought them into connection with himself. He has made them a representative and has called them to be ambassadors of him. Listen to what it says, that the greatest wealth of truth ever entrusted to mortals, and the most solemn and fearful warnings ever sent by God to man have been committed to them to be given to the world. And to us has been committed the proclamation of the first, the second, and the third angel message. You may wonder, unaweza shangaa ya kwamba basi mbona nikasema mambo haya? Basi je, ujumbe wa afya unashikamana vipi na ujumbe wa malaika watatu? Especially ujumbe wa malaika watatu, si watatu. Ujumbe wa malaika watatu, the third angel. Now listen. In the years leading to 1844, in the morning, as I said, we find a great proclamation of the first angel message that was actually to call people unto the attention of the fact that the investigative judgment was just around the time. That was October 22nd, 1844. Now, ujumbe huu haukuwa unahusisha wale the Millerites pekee, la hasha. Ulikuwa unahusisha dunia mzima, kwa sababu ilikuwa inaitwa the Great Religious Awakening, jinsi ambavyo nilisema hapo asubuhi. Kwa hiyo limekuwa ni jambo ambalo pengine alijapewa ile emphasis ambayo inahitajika katika historia, ya kwamba katika jumbe zote ambazo Mungu alipeana, basi Mungu alipeana hata ujumbe wa afya. Jana nilisema asubuhi nilisema ya kwamba basi kanisa la Kiadventista lilikaa organized katika mwaka wa 1863. In fact, katika huo mwaka ndipo tunapata Mungu anazungumza na kanisa lake takatifu kupitia mambo ya unabii ama the spirit of prophecy. Anawazungumzia kuhusu ujumbe wa afya na hata ujumbe wa dress reform. Sasa sikiza. This message, the health reform message, is designed to complement and to help fulfill our mission as a people and to reach our destiny and our high calling. Praise God. Ya kwamba ujumbe huu basi unatuwezesha kutimiza ile kazi ambayo tunastahili kufanya kama kanisa la Kiadventista.
Na ni kazi gani hii tunastahili kufanya? Jinsi ambavyo tumesoma katika kitabu hicho ni kuhubiri ujumbe wa malaika wangapi? Watatu. Wacha tuende pale kidogo kwa dakika chache. Sitasoma hiyo verse lakini nitarecite. Ufunuo 14 fungu la 6 na hadi la 9. Lakini mimi ningependa nisome la 6 na la 7. Inasema, kisha nikaona malaika mwingine mkuu akipaa juu angani. Acha niseme kwa kizungu ndio nitakumbuka vizuri. Anasema, then I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on earth, unto every kindred, tongue and people, saying what? Saying with a loud voice, fear God and give glory to him. Now, sikiza. Inasema kwamba mcheni Mungu na kufanya nini? Na kumtukuza. Naam, sasa wacha niulize, je, ujumbe huu wa malaika ujumbe huu wa afya basi unashikana aje na ujumbe wa malaika watatu? Sikiza. Kuna hiyo party inasema ya kwamba fear God and give glory to him. Sasa mimi niko interested na hiyo party inasema give glory to him. Kumpea Mungu nini? Utukufu. Tuende katika Wakorinto wa kwanza mstari wa 10 fungu la 31. Biblia inasemaje? Kwa sababu ya wakati inasema, and whatsoever you do it. By the inasema ya kwamba whatsoever you do eat or even drink, do it unto what? The glory of God. Now what does it mean? Namaanisha nini? Acha nizungumze hili kwa Kiswahili ya kwamba kile chochote ambacho mfanyacho, mlapo, mnywapo, basi fanyeni hivyo kwa ajili ya kumpa Mungu utukufu. Katika Ufunuo, unajua Ufunuo ilisema ya kwamba mcheni Mungu na kumpa utukufu. Basi Wakorinto inasema ya kwamba mlapo mnywapo fanyeni hivyo kwa kumpa Mungu nini? Utukufu. Wacha niulize, ujumbe kuhusu kula na kunywa ni ujumbe upi? Ni ujumbe wa afya, sivyo? Lakini Biblia inasema ya kwamba wakati basi tunafanya hayo yote tunastahili kumpa Mungu utukufu. Kwa hiyo ni nini kile kipengele cha malaika ama cha ujumbe, kipengele kimoja cha ujumbe wa malaika watatu? Ni ujumbe wa afya. Wacha tusonge mbele. In fact, roho ya unabii inasema ya kwamba it is the right arm. Ninajua ya kwamba pengine mnaweza jua haya, ya kwamba the health reform message or medical missionary work is the right arm of the gospel. And so I can deduce, naweza sema ya kwamba the health message, the health reform message in the Adventist church, as I said earlier, is not a suggestion. It is not a mere medical advice. No, it is a message connected to the three angels messages. In fact, I want to tell you, in a book called Early Writings 63, she says that there are many precious truths contained in the word of God, but it is the present truth that the flock needs now. Such subjects as the sanctuary in connection with the 2300 days, the commandment of God and the faith of Jesus are perfectly calculated to unite the flock and sanctify their souls. End quote. Mbona nikasema mambo hayo? Ya kwamba ule ujumbe wa sasa ama present truth ambao pengine ninaweza sema ya kwamba hiyo sanctuary in connection with the 2300 days, the commandment of God and the faith of Jesus, in fact huo ndio ujumbe halisi wa malaika watatu. Na katika ujumbe huo, jinsi ambavyo tumekwisha kuona, ujumbe wa afya bila shaka umeshikamana pale. Nikusomee jambo lingine pale. Kuna kitabu tunaita manuscript releases. Ninawaambia wapenzi ama wapendwa, hebu tafuta wakati, soma mambo haya. Neno la Mungu liko wazi kwa yule ambaye anahitaji kujua ukweli. Watu wengi tumekuwa katika giza la kutojua, giza la kutojali. Neno la Mungu liko wazi kwa yule ambaye anahitaji kujifundisha na kuishi na kuenenda kulingana na kile ambacho amesoma katika Biblia. Sikiza vile anasema. Manuscript Releases Volume 2 page 228, anasema ya kwamba God's purpose in giving the third angel message is to prepare a people to stand true
to him during the investigative judgment. Ni ujumbe upi unastahili kukuandaa ili process to whatever. You can do nothing against the truth. That is the truth. Where just to enda tafuta hata WHO. Wewe ni mpenzi wa kusoma mambo hayo, enda uangalie. Lakini sawa, acha tu zidi. Wakati ambapo unatumia vitu kama hivyo ambavyo vinafanya akili zako zikae benumbed ama beclouded, basi amesema ya kwamba you sin against God and you don't glorify God. Mimi sijasema ukikunywa sukari unafanya dhambi, tafadhali. Don't misquote me. Skiza, wacha tuzidi kidogo, tunakaribia kumaliza. When confronted with the diets of Babylon, Daniel purposed in his heart not to defile himself with a portion of the king's meat. Listen, Daniel chapter 1 and verse 8. The Bible says, but Daniel purposed in his heart that he will not defile himself with a portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the prince of eunuchs that he might not defile himself. Wakati Danieli alipewa hizo chakula zote, ninajua mnazijua Waadventista. Unajua Waadventista tunajua ukweli kabisa. Lakini ikifika wakati wa kudemonstrate inakuwa shida. Sasa sikiza. Wakati alipewa hizo chakula zote alikataa. Kwa sababu alijua ya kwamba hizi chakula ama hivi vyakula vingefanya ama vingetia mwili wake najisi. Kuna ile wimbo tunaimba ya kwamba dare to be a Daniel. Dare to stand alone. Dare to make your purpose what? Firm. And dare to make it known. Hey, my brothers, you can sing all you want, but unless you also purpose in your heart as did Daniel, you cannot be a Daniel in these last days. Praise God. You cannot be a Daniel in these last days if you not purpose in your heart not to defile yourself with a portion of the diet of Babylon. Kama unasikia hilo, sikiza kile ambacho kilifuata. Ukisoma mstari wake wa 12, nasema ya kwamba bila shaka anaambia yule the prince of eunuchs ya kwamba prove thy servant, I beseech thee. For how many days? 10 days. Ndio maana tunakuanga na 10 days of prayer ambayo iko connected na kule Acts of the Apostles, pale wakati ambapo wale wanafunzi wa Yesu walikusanyika pale juu kuomba. And let them give us pulse to eat and water to drink. Wakasaba chinyeni ne chinderema na mache elinde bakoleki ne chinyake elinde bakoleki balie. Gambate yabana banyasaye. Ekara ba Israeli ba igitega ali ase ni matemo mangana lakini gamba inyoli. Ase roro. Nyasaye akabamana akabaitororera mana kurugoro. Bagatabange genteke ntotati ngitotate. Chinyama chiaralia cha Misiri. Ngi Nyasaye kolete. Tabaete. No matengi kya baberete. Bakali echinde bagasokeli chimiolo, echinde chikabasali, echinde bapaka abande bagakwa. Otage tokwe nalio uko igwa manganaya. Otage tokwe osotage totu wale ndwali. Otalendeti abana banyasa totalendeti amaroire ngotora ala asemebere yaito totanyale kugwenia. Wakati ambapo Daniel basi bila shaka waliamua ya kwamba waweze kuenenda kulingana na vile Mungu alisema, basi bila shaka Biblia inasema katika verse 20 of chapter 1, and in all matters of wisdom. Wacha nisome verse 17 kwanza. As for these 4 children, that is the 3 Hebrew boys and Daniel. And for these 4 children, God gave them knowledge and skill in learning and wisdom. And Daniel had understanding in all visions and dreams. Kwa hiyo kuna mambo pengine hatuwezi elewa vizuri kama hatujaenenda sawa sawa na ujumbe huu wa afya wana wa Mungu. Sikiza verse 20. Inasema, and in all matters of wisdom and understanding that the king inquired of them, he found them how many times?
10 times better. Aya kanyago sokeri binte vyoka endete go sokera. Utakuwa 10 times worse instead of being 10 times better. Praise God. Is that a hard saying? I think it's not a hard saying. Yes, thank you. So then it is a matter, skiza. If that is the case, then the health reform message, it is a matter that affects the conditions of our mind, even of our heart, and the ability to make right decisions and have clear and right judgments when faced with life's challenges and decisions and dilemmas. So then it is part of what is to prepare a people. Skiza. Wacha niseme hili kwa lugha ya Kiswahili ili ya kwamba tuweze kuelewana wote. Kwa hiyo ujumbe huu wa afya ni sehemu moja ya kuandaa watu kupokea either alama ya mnyama ama nini? Muhuri wa Mungu. It is a matter of life and death. When it comes to your health, you have to be intentional. Tikakonya koimo kikerege nto parabu kwagenda kwanyora gento gete chiro karangali nyabuga liye likwali none libese kwenda kwata kunenyanya oko genda kuchia kwagoro usine lollipop ngonyunyu ntole nandi ne boli ga mugutakuna kwa ramen usine ne chocolate abana banyasaye alafu ndo unaenda wakati ikifika kukula hauna appetite ya kukula. My sisters, hauna appetite ya kukula. Cha nisome fungu moja hapa tunapoendelea na kipindi hiki. Nimebakisha dakika ngapi pale? Okay, cha nimalize. Katika verse 29 acha nimalizie pale. Genesis chapter 1 and verse 29 inasema ya kwamba and God said, by the way, kwa kuharakisha, Mungu alipeana zile different diets. Alipeana 5 diets ukisoma katika Biblia. Na hizo diets zilikuwa according to the times that they were living. Some of those diets that God gave were temporal. For example, the diet that God allowed during the time, after the flood, that was a temporal diet. But wengi wetu tumechukulia hadi wakati walesikiza ile diet ya kwanza ambayo Mungu alipeana. And God said, verse 29 of Genesis chapter 1, behold, I have given you every herb bearing seed which is upon the face of the earth, and every tree in which it is the fruit of a tree yielding seed, to you it shall be meat. Kwa Hebrew inamaanisha food. Kwa hiyo Mungu akapeana zile herbs jinsi ambavyo ilivyo, na every tree in which is the fruit of a tree yielding seed. Sasa wacha nizungumze hili ili ya kwamba niweze kusema kile ambacho nilikuwa nasema pale tukimalizia. Ya kwamba Mungu anasema ya kwamba kile ambacho mnastahili kukula moja yapo ni matunda ambayo yana nini? Yana mbegu. Abante nkolitole matunda aliyatabuga ati chintetere. Hiyo sio chakula kulingana na Biblia. Timothy ko senko somole buku yao. How do you read your Bible? How readest thou? Understand it thou what thou readest. Skiza. Inasema ya kwamba sababu ambayo inafanya watu ya kwamba wachukie ile tunasema ni chakula za kiasili ama plant-based diet ni kwa sababu hawajui kupika. By the way, kupika mboga sio mafuta pekee na nyanya na kitunguu, la hasha. Enda ujifunze. Katika roho ya nabii nasema ya kwamba kila mwanadada, in fact inakuwa very specific, lakini sisemi wanaume wazijifundisha mambo haya. Kila mwanadada ama kila mama anastahili kufunza mtoto wake ambaye ni msichana the art of cooking. Sio kutengeneza dufu. You're preparing aquatic food.
many of us prepares poison instead of preparing food. Tuko na sumu sufuriani. I think ule ameelewa ni nini nilisema aquatic food. Aquatic food ni chakula ambayo iko na maji mingi. Wacha nimalize nikisema ya kwamba Mungu God formed, that is perfection in Eden. Satan by deception deformed. Now God is in the work of reforming or restoring back the nature of man to its original state. That is why we are having these reformations and restorations messages that are brought unto us. But listen, while you may reform, please don't create a time of trouble in your life. Don't create a time of trouble. If you're going to discard some kind of food, make sure you have a substitute. Make sure you have a substitute. Kwa mfano kama unaenda kuacha sukari, tafuta asali, kula miwa na hizi sukari ambazo zinatoka katika matunda na chakula za kiasili. Mimi nasema hilo kwa sababu ninajua umuhimu wake. Mimi hapa by the way, anyway. Nimemaliza na mimi nafunganya virago vyangu. Karibuni tunaenda. Nikisema ya kwamba ndugu zangu, the health reform message is a good work. We are saved by grace through faith and not our works. But nobody will be saved without a good work. Because a good work or good works are actually a manifestation of the working grace in you. Sasa niseme hivi. Good works is a demonstration of the gospel. That is the gospel in practical. Sasa kile ambacho nataka kusema ni kwamba there is the gospel by argument. Kile ambacho ninafanya hapa kuwanenea ukweli na kuwasomea jinsi ambavyo ilivyo. Pia there is the gospel in demonstration. Sasa katika hiyo health reform message, it is the gospel in demonstration. It is a good work. Mambo haya tungezungumza kwa sababu ya wakati, singependa nizidi hapo. Kuna mambo mingi tu ambayo tunaweza jifundisha. Kwa sababu ya wakati ningependa nimalizie hapo nikisema ya kwamba hivi karibuni kazi ya kuhubiri kutoka hapa mbeleni itakwisha. Ile kazi yoyote ambayo itabakia, ile kazi ya medical missionary work ama the health reform message work na literature evangelism ama canvassing work, hiyo ndio kazi ambayo itabaki pekee. Wacha Mungu atusaidie tuweze kujua sehemu ya ujumbe wa afya katika maisha yetu kama Waadventista, ili kwamba tuweze kuwa tayari kueneza injili hii jinsi ilivyo katika Biblia. Ulibariki, mimi nilibarikiwa. Ulibarikiwa. Kama ulibarikiwa, naomba ya kwamba uweze kusimama ili kwamba tuweze kuomba kwa pamoja, tuweze kumaliza kipindi hiki, tubishe vipindi vingine. Hebu na tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba na Mungu wetu, tunakushukuru kwa sababu ya kutunenea sisi wote kwa kusanyiko na hata moja kwa moja. Mambo haya tumeyasikia, yametuchoma, pengine yametuchoma mioyoni mwetu, na tunauliza pengine ya kwamba tufanye nini ili tuweze kuokolewa. Mungu wetu, tunaomba ya kwamba utubatize kwa Roho ili kwamba tuweze kuwa na kibali cha hata kurithi ufalme wako, na hata sio hivyo pekee, hata kueneza injili yako. Maana haujaita sickly people kufanya kazi yako. Unahitaji moyo mkunjuvu, unahitaji hata mwili ambao ni fahamu, ambao utaenda kwa kasi sana ili kuhubiri neno hili. Mungu wetu, tunaomba utulindie afya zetu. Kama tumevunja hata sheria moja pale, naomba ya kwamba utusamehe, uturudishe katika line. Ndilo ombi letu, tunaomba katika jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Barikiwa sana. Get the point. Take a step forward.
Get to the point. Take a step forward. Get to the point. Get to the point. Take a step forward. 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 Vile tulitangaza kwamba tutafanya mauzo halafu tuende kwa vikundi. Sasa tumeahirisha mambo ya mauzaji mpaka kesho. Kwa hivyo sasa tutafanya ombi halafu tuende vikundi kulingana na vile tulipangwa. Tuombe. Mungu wetu, asante kwa mafundisho ambayo tumeendelea kuyapata. Na sasa tunapoenda katika vikundi vya mafundisho, uwe na kila kikundi na utupatie neno lako kulingana na mapenzi yako. Ndio ombi letu kupitia kwa jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Amen. Na mimi ninataka niende na singles. Nataka tuwe na talk na singles. Hao wengine kama kawaida wataenda na Evangelist Robinson na itakuwa vizuri. Kwa hivyo singles tutakutana. Niliona sisi sio wengi sana, sijui tukutane kwa hii hema hapa. Asanteni. Tukikutana hapa tutaamua kwenye vijana waliokuwa miaka 16 hadi miaka 23 waweze kuwa pale na mgeni wetu Robinson, na pia singles. Leo mama anataka kuwaona muweze kufaidika hata kwa muda huu, lakini kuna senior youths walikaa pale na naona kwamba watakuwa pale. Santiel sijui ameenda wapi leo. Yaani ningetaka yeye naye haje asalimie senior youth. Aone hapa pia, akienda akuwe na ujumbe kwamba tuko na vijana. Asiende hivyo, aseme hapa vijana watembee. Basi watu wa Mungu tuweze kuharakiza, tuende haraka, tuko na dakika chache sana. Ili tuweze kumaliza vipindi vya workshop. Kwa hivyo tafadhali harakisheni mahali pako ndipo tuweze kuendelea, na tutakuwa na maombi maalum na mtumishi wa Mungu kwa kumalizia jioni ya leo. Asante na Mungu awabariki. Asante. Get to the point. Take a step forward. 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 Get to the point. Take a step forward.
Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward.
na kwa mko sawa, sijui kama na incompatibility ikikubali lakini haimaanishi kwamba tuendelee kuwepo kwa miujiza. Lazima tufuate formula ili maisha yafanye nini jamani? Yaendelee. Sio jamani? Mtoto anatakiwa aanze komaa mwenyewe tumboni. Na anapoanza kutengenezwa kidogo angalau miezi wa kwanza hadi wa tatu, ndio unakuwa
na ule mkutano wa kukutana, lakini very disciplined, afu inatakuwa very rare. Mke ni wako tu, miezi 9 inapitaga, unaenda naye discipline, na utakuwa tu na ushauri wa daktari, unadai miezi 7, 8, 9. Hapo ndio unaweza free at least, hasa pia kwa betterment ya mama na mtoto pia. Lakini haitakuwa hivyo inavyokuwa kila unapotafakari kuna discipline zake. Uzuri na furahi kwamba tamaduni zetu pia zinawafunza wanawake, ni vile wakina mama sasa wazee wa siku hizi na wenyewe wanaanza kuwa civilized. Hawezi kuwa na consistency ya shule moja mpaka amalize. Hii tu inatuambia kuna kitu tuna mess up. Discipline nyingine hapa kwenye magonjwa ambayo nayaona, kwa nini watoto wanakuwa hivyo? Sasa unajua Kiswahili na Kiingereza ni vile tofauti, ndio maana napata shida. Na mimi na kule kwetu tunafundishwa pia udaktari sometimes kwa Kiswahili ili tuweze kuwafikia Watanzania, ndio jamani. Kwa hiyo na maneno mengine ambayo naweza nikafanya Kiswahili lakini nitarudisha kwa Kizungu nikigundua hamjaelewa. Unapata changamoto nyingine pia ambayo ni hizo miaka 5 umeshajukumika na mambo yameenda vizuri. Anyway, kwa hapa kinachofeli ni nini? Aina ya vyakula tunavyokula pia havina uwezo wa kufanya symphysis pubis. Symphysis pubis ni nini? Ni misuli ya mwanamke ambayo inaweza kukamata na ikamate eneo la nje, lakini pia kuna cervical muscles zinakuwa very weak kulingana na maisha, hatufanyi mazoezi, kazi ngumu tena wanawake hawataki, wako hivi tu juu. Cervix ikibeba ujauzito, mtoto akiongezeka 2 kilo inashindwa kustahimili, miscarriage ndio hiyo. Sio kama mnanielewa. Wanaonielewa wapunge namna hii. Kwa hiyo wanawake pia na washauri, ili miscarriage isiwepo, tambua au strong your symphysis pubis muscles ama hiyo cervical muscles, ili usije ukapata nini, hiyo miscarriage. Sawa jamani? Kwa haraka kidogo, muda wetu kumbe hautakuwa unatutosha, naona mambo mengi kichwani. Kwa hiyo pia maana ushaolewa, hatutaangalia ulifanya abortion au hujafanya, tayari umeolewa. Sasa unatakiwa ulete watoto. Tunachokushauri, kama unafahamu ulishacheza na hiyo, ni vizuri uache kwanza kazi, utulie kama umeshabeba mimba,
kuliko kuendelea kupenda kazi na mimba. Kimoja lazima kitafanya nini? Kitapotea. Sijui kama mmenielewa. Kwa sababu tayari wewe uko weak. You know how weak you are. Bado tena unataka uende kazi, ukachokee kule, bado mtoto yuko miezi 3, 4, 5 umefikisha, mtoto anatoka. Si ni hasara hiyo? Sasa unatakiwa uwe pale tu daktari wa anaandika hivi, total bed rest. Total bed what? Ndio tuletee mjukuu na watu wafurahi. Jamani, Bwana asifiwe sana. Tatizo lingine ambalo nimeliona kwa haraka, najaribu tu kutoa details, utasoma zaidi. Si mtandao upo mtandao upo, utaendelea kuyaangalia zaidi. Nyingine ni matatizo ya mirija. Unaweza kuwa njia ni sawa kila kitu, lakini mirija tunazita fallopian tubes. Zinaweza kuwa tayari umeshakula chipsi ama umekula nini vitu vya mafuta tayari, ama pia umekuwa na multiple sexual practice. Mambo mengi tu dunia hii imetupeleka hapo, na tumeolewa kwa neema na kuoa pia kwa neema. Jamani, si ndio ndoa za siku hizi? Watu wanaoa na kuolewa kwa, mbona mnacheka chini? Chicheka tu, yani jiachie tu. Jamani, Bwana asifiwe. Ni neema tu. Lakini kama ingekuwa ni ya kuscreen kabisa kwamba ninaangalia ambaye amechujika kabisa, ndoa zisingekuwa sahihi. Zingekuwa ni chache mno kabisa, kwa sababu maisha yalishatupeleka hapo. Lakini pamoja na hayo yote, neema ina gharama zake. Ndio hizo sasa. Kubali total bed rest, kubali kupima hizo fallopian tube, kubali kutazama mji wa uzazi, na kuna vitu humo vinaitwa fibroids, na kuna mayoma kabisa. Kwa sababu ya mambo hayo unajikuta umepractice, mara unachokonoa na madawa ya kienyeji, mara uchomeke vijiti, mara nini, mara umemeza madawa ya uzazi wa mpango. Sasa unataka kuja kuzaa, una a lot of stuffs. Madaktari tunakutana nayo hayo, na tunawashauri kwa lugha nyepesi. Jamani, Bwana asifiwe sana. Sasa unatakiwa ujitambuanze kuwa na uzazi. Ni jambo moja kuwa mume na mke, lakini ni jambo jingine kuwa baba na mama. Walioelewa Kiswahili wapunge mkono. Kuna wengine hapo wanaofikiri nimeongea kitu kimoja. Yaani namaanisha hivi, to be a wife and husband, it is one thing. But it is another thing to be father and mother, to be parents. Am I communicating? Hiyo ni jambo jingine kabisa. Kwa hiyo kuamua kuwa baba na mama, msikurupuke. Yaani kuna watu, unajua watoto wengi tumezaliwa kwa kukurupushwa sana. Yaani tu walijipata katika mapenzi yao tumezaliwa, ila they did not plan. Mzee, si inakaga hivyo? Inakaga hivyo. Yaani tu walijipata wako na raha zao. Mama, nini kimetokea? Ndio hivyo, Fadhili amekuja tumboni. Basi alelewe kama Bwana aishivyo, tutakutana naye miezi 9. Ndio anatokea mtu kama mimi, hata si Mungu tu ndio anaona huruma sasa awe mtumishi wangu. Yaani Bwana asifiwe. Wengine wakizaliwa ndio hawa sasa, huyu akabebe zege, sasa akasaidie fundi. Inakuwa shida hiyo. Amezaliwa mkao ambao hakupangwa. Sio kama mmenielewa. Na kitambo watu waliishi kuamini yani kuwa na ujauzito ni miujiza. Siku hizi tunakuambia kuwa na ujauzito ni baraka yenye mipango. Kama unanielewa useme amen. Wakina mama mkisikia hayo, shaurini mabinti. Ndio umewazaa wao kwa bahati nasibu, na wao wasiendelee kuwa bahati nasibu. Bahati nasibu ni nini? Si mnaelewa nikisema kuwa kubahatisha Sasa wao wasiendelee kubahatisha. Watoto wa kubahatisha nao ni mpaka pia bahati iwatembelee. Sipowatembelee itakuwa mbaya mbovu. Si mmenielewa Tufundisheni na kaeni chini. Namna ya kuplani ipo na inawezekana, na Mungu anapenda watoto waliozaliwa kwa mpango. Yaani Bwana asifiwe sana. Kutoka eneo hilo naomba niongelee ugonjwa ambao sasa una crosscut. Una crosscut kote. Ugonjwa wa kwanza ambao umeanza kuwa wimbo wa Tanzania, sijui Kenya. Yaani nafikiri ungewekewa chorus kwenye national anthem. Kule kwetu wangeweka huo ugonjwa uwe miongoni mwa chorus cha ni UTI. UTI imeanza, yani imekuwa ni
Yaani ukikutwa bila UTI kwanza unakuwa more special. Siku hizi bila UTI you are so special. Sijui kama mnanielewa nikisema hivi. Imekuwa kama ni ugonjwa wa kila, yaani wanaume walikuwa hawezi kusema nina UTI. Ila siku hizi nasema mzee unakuta anasema hawa wanawake bwana sasa nina UTI. Anaanza kusingizia. Hawa wanawake bwana sasa nina nini? Mzee unaumwa na nini? Sasa ni homa tu. Nini? Ni homa tu. Bwana homa imekuja kwa sababu gani? Sasa unajua hawa wanawake bwana ni UTI. Sasa hiyo nayo inakuwa ni nini? Naomba nijifunze nanyi kwa pamoja kujua UTI ni nini. UTI ni ugonjwa ambao unapatikana kwenye njia ya mkojo, lakini unapatikana kwa kinyesi kuchanganyika na mkojo. Chembe chembe tu za feces zikikutana na urine, ndipo kwenye njia ya urine panaanza kutengeneza hao Staphylococcus na wengineo wa bakteria ambao wanaingia kwenye njia ya nini jamani? Ya mkojo. Wanaonielewa kwa lugha nyepesi hiyo. Sitaki kuongea professional ili na kila mtu aelewe. Usijifanye professional hapo ukapoteza audience. Sasa hiyo sasa inatokana na nini? Wanawake sikiliza haya haraka. Na wanaume pia nitawagonga hapo mbele kwa hii ugonjwa kwa dakika chache. Moja ni hivi. Mwanamke yeyote nguo zile za ndani ni za ndani kwenye kuvaa. Ila sio za ndani kwenye kufua. Hiyo Kiswahili imeingia. The underparts hizo ni za ndani kwenye kuvaa. Ila zisiwe za ndani wakati wa kufuliwa. Wewe hujawahi kuona zinawekwa kule bafuni, mara kwenye vitanda, mara wapi? Zinafichwa. Yaani ni kama dhambi ya siri yani. Mmenielewa ninachozungumza hapa? Hiyo elewa tu yani, hiyo haiondoi chochote. Hiyo ielewe kama ilivyo. Sasa ni hivi, ni za ndani wakati wa kuvaa, lakini sio za ndani wakati wa kufuliwa. Zinahitaji sunlight. Zinahitaji mwanga wa nini? Zisipopata UTI kwenu itakuwa ni ugonjwa wa kurithi au ugonjwa wa kudumu. Sijui kama mmenielewa. Wanaonielewa elewa hivi. Zile sasa ziwekwe zipate mwanga wa jua kwa sababu ni vizuri. Jambo la pili kwa wanawake kwa haraka, UTI inakuwa mbaya sana ikiwa hujui hili pia. Wewe unawekaje kwenye pochi vioo, makeup, sijui nini, unaweka vitu vingi. Alafu pochi yako haina underparts zingine ambazo unaweza kubadilisha. Unakaa asubuhi mpaka jioni unauza duka umekaa tu. Baada ya masaa fulani nenda kabadilishe hiyo, vaa nyingine, weka kwenye namna zenu zile za ustaarabu. Sasa unajaza mavioo hapo, lip shine, lip balm, sijui nini, poda, mara ujiangalie. Hayo yote yasingekaa kwenye pochi kwanza. Anza kuprioritize underparts kama utaenda mahali ambapo utakaa more than 5 hours. I'm sorry. Hivi na communicate kweli? Si tunaelewana eh? UTI inawezekana kuondoka kwenye familia zetu kwa mambo hayo. Jambo la pili ambalo la tatu katika haya ya UTI ambayo yanasababisha UTI na kuwepo ni excessive dodging. Hiyo lugha mmeielewa? Sitaki kufafanua sana. Excessive dodging, umeelewa? Au imekuwa terminology ya kidaktari? Walioelewa hivi? Walioelewa? Excessive dodging, hebu elezea sasa. Ndio wasikie sauti nyingine pia. Wewe yeyote kati yenu. Feel free. Hii ni afya hii na umri bwana. Huo mji unapokuwa unaukimbilia sana, unataka udochi, chukua vidole unadochi. Hiyo dodging unachukua sabuni unadochi. Unatakiwa uoge kwa ustaarabu. Mungu alivyoweka maisha ya wanawake, wana askari wao, wako na askari. Uko na askari wanakuaga pale mlangoni, si ndio Wanaitwa askari wa majini. Wako tu na majimaji hivyo, wako majini pale. Lakini ni askari.
kabisa, askari wa majini. Askari wa wapi? Wako pale. Usipowaona hao, siku inapita unajiuliza, leo askari wa majini mbona hawafanyi kazi yao? Sina hao wote wako siku zote. Askari wa wapi? Hiyo lugha si imeeleweka? Sasa hao askari ukiwaondoa kwa kwenda kuoga, unaoga unachotakiwa kwa ustaarabu, oga askari waliotoka nje ya lindo, au ndio unawaondoa. Sio kama umenielewa? Walioko kazi wabaki wapi? Simenielewa? Waliomaliza kazi waondoke, wamesha stafu, wakapumzike, waende walikoenda. Lugha hiyo imeeleweka vizuri? Najaribu kutumia kwa Kiswahili tunasema tafsida, ili wewe uweze kufikiwa na ujumbe bila kumkwaza mtu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo usifanye dodging. Hiyo nayo ni njia moja ya UTI kuendelea. Jambo lingine, wanawake tunajisafisha kutoka mbele kwenda nyuma au nyuma kwenda mbele. Asema hivi, inategemea na aliyekulea. Inategemea na aliye. Maana kuna wengine amelelewa na mjomba, sasa anafundishwa kujisafisha kama mjomba. Si kama mmenielewa? Mwingine amelelewa yuko na mabraza, anawaona wanavyojisafisha naye anajisafisha hivyo. Hajawa trained. Hebu tukubaliane sasa leo tuondoke na uniformity. Ni mbele kwenda nyuma au nyuma kwenda mbele? Mbona wengine nasema nyuma kwenda mbele, mbele kwenda nyuma? Huo mchakato huo sasa tutataka tunyoshe. Anayetaka kutunyoshea maelezo anyoshe mkono, mwenye uhakika na jibu lake, alafu aseme kwa nini. Si unasema mbele kwenda nyuma au nyuma kwenda mbele, kwa nini? Mama anatusaidia. Ukiona umri umeenda, kule Kiswahili tunasema nyani mzee amekwepa mishale mingi. Ni mbele kwenda nyuma. Kwa sababu tusipate na infection ya mama naye ametumia tafsida na ameeleweka, si ndio jamani? Ili tusipate nini? Infections, si ndio? Kuna hatari zaidi. Kuna hatari zaidi kupata bakteria wa kutoka nyuma wakija mbele kuliko wa mbele kwenda nyuma, kwa sababu nyuma pia kuna kwenye ano kuna kitu kinachoitwa anal sphincter muscles. Kwa hiyo imefunga hivi, haiwezi kuingiza bakteria, lakini labia minora na majora zinakuwa open, ukilinganisha kwamba ukijisafisha kutoka mbele kuja nyuma kuja mbele, infection itakuwa kubwa, si ndio jamani? Walionielewa? Kwa hiyo kuanzia leo wale wa nyuma kwenda mbele tuachane nayo, twende mbele kuja wapi? Halo? Fanya mazoezi. Kama ulikuwa unajisafisha kidumedume, wanaume sisi ndio tunajisafisha vyo vyote tunavyotaka. Maisha yanafanya nini? Yaani Bwana asifiwe. Lakini kanuni hii pia ya afya nawapa wanawake kwa wanaume pia. Ukiingia chooni, hiyo ni UTI inapambana nayo tu. Ukiingia chooni, usimuamini aliyetoka, na mlinde atakaye kuja baada yako. Walionielewa wapunge mkono namna hii. Kwa kufanyaje? Safisha choo kabla hujakitumia. Ukimaliza kisafishe. Na tunasema trust none, suspect everybody. Mmenielewa hapo vizuri jamani? Naifundisha hiyo, yani isiwe medicine ngumu ndio mseme daktari ametukwaza na tumuelewi. Taratibu tu na tunafanya nini? Tunasogea. UTI sasa basi. Yani ukizingatia hizo kanuni nazokupa. Nyingine ni unywaji wa maji. Maji yenyewe, maji huwa yanatafunwa. Mmeelewa hicho Kiswahili? Au mmefikiri nimekosea? Usichukua haya maji hivi afu unakunywa hivi. Hiyo sio unywaji wa maji. Unless mara moja moja umezidiwa sana. Lakini kunywa maji ni kurelax. Hapo ndio nimekunywa nini? Lazima yaondoke na some bolus. Zitoke
na matemate pia, na hata kama ni hizo tu ndogo ndogo iende, kwa sababu hapo kuna kitu kinaitwa saliva amylase. Saliva amylase inakuwa hapo, unaondoka na hayo mate yanaenda, hayaendagi tu, yanaenda kufanya kitu. Yaani Bwana asifiwe sana. Na maji haya yanywewe kwa utaratibu ufuatao ili UTI kuondoke. Usiku mkilala, piga mswaki, na nimeonaga kuna ndoa zingine wanapata changamoto hiyo. Piga nini? Mswaki. Alafu asubuhi utakunywa maji kabla hujapiga mswaki. Ile bakteria waliozalishwa usiku wakati umelala, normal floras, utakapokunywa maji ya asubuhi, ukiwasukuma kwenda ndani, wanaenda kupigana na kuwalewesha bakteria wowote wa njia ya mkojo, na unatoana nao kwa spidi kwa njia ya kibofu, na unapeleka nje. Unapunguza kitu kinachoitwa pus cells, kwa sababu kwenye UTI tunaangalia the level of pus cells. Right? Am I communicating? Yes. At least leo nimefanya mazoezi ya kitabibu. Siku zote hapa tunahubiri at least kidogo. Kwa hiyo ufanye hayo mazoezi, ndipo unywe maji sasa kwa siku glasi 8 hadi 12, maana yake lita 2 hadi 3, lakini inategemea na kazi unafanya nini, unafanya na hali ya hewa inategemea, lakini unatakiwa maji mengi, kwa sababu ubongo kuna wakati unasizi, unashindwa kuendelea kuamua. Umeipata unakutana na situation, kazi ndio unaipenda na hela zinaingia, ila unasema hapa ilipofika ningepata dakika 10 kwanza niondoe jam, brain jam. Sasa ukiona hiyo brain jam, maana yake oxygen imekuwa impaired. Oxygen imekuwa, mwili unataka, ubongo unataka 85% ya maji, alafu mwili unataka 75%. Kumbuka wale waliosoma chemical configuration methods wanafahamu kwamba maji ni H2O. So wale waliosoma watakwambia oxygen ni nyingi kwenye maji kuliko hydrogen. Lakini ili kubalance chemical configuration, unaweza ukaona kama hydrogen ni 2, oxygen ni 1. Lakini hydrogen inapokutana na oxygen, oxygen ina double kuliko hydrogen. Kwa hiyo maji ni muhimu sana. Kama ndugu yangu pale ana chupa yake, anakunywa maji. Nimekutolea tu kama mfano, chupa nzuri. Na kwa hiyo basi umepata ofa. Sio kama hii ya kwangu ya Dasan. Yaani Bwana asifiwe sana. Kwa tunaenda taratibu. Maji Biblia yenyewe imeweka wazi, zuia koo lako lisipate nini? Kiu. Yaani Bwana asifiwe sana. Okay, UTI haina mambo mengi, lakini moja ya jambo pia ambalo ni muhimu sana kulijua kwenye UTI kwa rika zote, maana linatusumbua na linatutia kero kila saa, UTI. Ni muhimu pia kujua jambo hili. Haiishi UTI kwa sababu ya namna tunavyojitibu. Wengi tunaenda kwa pharmacy, alafu tunachukua dawa, hatujapimwa pus cells. Ukishakuwa unakunywa dawa bila kujua kwa nini unakunywa na kwa kiwango gani cha hasari umepata au pus cell kiasi gani, na wengi siku hizi ya hospitali ya muendi, yameshakuwa madaktari wa mtandaoni. Naumwa hiki, najua dawa ni hizi, sio lazima nikaone daktari, maana madaktari nao ukiwaona wanataka pesa kwanza. Kwa hiyo ile complication tunaikwepa. Inatuletea changamoto ya kitu kinachoitwa drug resistance. Na hiyo resistance inapokuja, inakufanya wewe unatumia dawa kubwa kwa kitu kidogo. Kile kidogo kinavyozidi kuwa kikubwa, hakuna dawa inayotoshana na ugonjwa wako. Jamani, mmeelewana na mimi hapo? Kwa kitu cha maana hapa ni nini? Pima kwanza. Kama kule hospitali unaogopa watakupiga bei kubwa ya dawa, chukua vipimo, nenda na maelekezo, ndipo ununue dawa kwa pharmacy unayoiamini, kuliko kujiamulia tu. Jamani, tunaelewana sawa? Ili kuondokana na hiyo. Lakini pili, pimeni wote wawili. Yaani haiwezekani mwanamke eti mke wangu bwana ana UTI hapa, tunamuuguza hapa, yuko na UTI, alafu wewe bado jioni mnakutana kimwili. Wewe UTI unayo tu, ni vile haijachachamaa, ipo ila haijawa sasa, haijakuletea shida.
Mmenielewa vizuri jamani? Mmoja akiwa na UTI sasa, tibiweni wote wawili. Hapo wanaume ndio mgogoro unapoanzia hapo. Tibiweni wote wa namna gapi? Nendeni hospitali kwa upendo. Nyinyi si ni wapenzi? Si mnakihitaji kile kitanda kiendelee kuwa sehemu ya furaha? Sasa wewe goma atibiwe, afu hujatibiwa. Maana yake kuna siku wewe utaumwa, yeye alishapona pona maana amemeza dawa. Akiumwa yeye huyu, wewe unaumwa huyu. Mnazungukana tu hapo. Na wanaume ni wabishi kwenda hospitali. UTI iko hapo, yeye anameza maji mengi tu. Maji mengi, kulala. Vipi mzee, twende hospitali? Ngoja nilale kidogo. Vipi twende hospitali? Ngoja nimeze Panado. Vipi mara Meloxicam. Sijui ni dawa nyingi. Ndio maana wanaume wengi wanakufa mapema, na wengi wakiwa wazee. Magonjwa yanayowaua sana ni tezi dume, figo, ini, moyo, kwa sababu walishakuwa scraper. Mashine zimesha feli kwa sababu ya huo ubishi na maisha magumu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwenda check up sio dhambi. Chekiwa, onekana, tibiwa. After so saying, UTI inaweza kwisha tukiziangatia hizo kanuni muhimu sana. Wangapi wamefurahia kuisikia UTI ikienda? Uchawi mwingine hapo ni PID. Hiyo nayo ina cross all marriage and all ages, right? Hasa walioana hawa. Unajua mkishakuwa mnafanya mapenzi, PID nayo inaweza kuwatembelea kama anko makini. Lakini kwenye UTI sijasahau kitu, nimesahau, Roho amenikumbusha. Ni huo mtindo wa kuchoma wanaume kwenda. Sasa mama huku ametibiwa, yuko msafi, analetewa introduction mpya, na wanakutana UTI wa zamani na UTI mpya, wanaanza kugombana. UTI zinazidi kuchachamaa hapo kwenye mwili. Wanaume pia tuwasaidie wanawake kutulizana ili UTI iondoke. Lakini wanawake nao siku hizi sio wa kawaida, sio wale wakina mama wa zamani. Akipata mahali mchongo, yani anasoma ramani ya hela ya kumsaidia chama, alafu wewe mwanaume ni mkavu. Jamaa kule anamwahidi pesa, anaenda anasema kwani UTI nitajitibia tu hapa haraka. Pap, analeta UTI tena nyumbani. Anaenda chama, anaendelea kwenda chama na UTI, kanisani UTI, nyumbani. Sasa hayo mambo gani? TBN hilo jambo liishe, tuachane nalo kwa jina la Yesu. Jamani, tumeelewana? Uaminifu nao ni changamoto. Baada ya kujifunza hayo yote, kwa kuwa nina mengi zaidi pia, naomba kupata maswali ndio nisikie kama kuna mtu anataka kuelewa zaidi ama ana kitu cha kuongeza. Wataalamu hapa ni wengi, na hapa uona sijashika summary. Kwa hiyo kusahau ni kawaida. I'm not a machine. Karibu. Naona mikono miwili, utaanza pale. Nitafika hapo. Ama unasemaje? Umesema nigusie. Ndio nasema nitagusia. Ama tumepishana Kiswahili? Amenielewa kweli? Umenipata mwana? Uwe na amani. Haya. Ilikuwa huyo afu na kuleta samani. Symptoms za UTI. Simumsaidie, mtaje moja haraka. Yoyote tu dalili ya UTI. Itching. Can we consider itching to UTI? Nakataa, hiyo inaweza kuja, ila ni secondary. Yani ni pale ikiwa imekomaa yani. Nataka hiyo ni sawa, nakubaliana nayo. Lakini inapokuwa inaenda kwenye itching, hiyo sasa inaenda kumfuata mwenzake PID, ni kama inataka kukomaa kufika hapo. Lakini we'll put it, prioritize a discharge. Naomba pia niweke huko kwenye PID. Ukiona inaanza kuleta na discharge, kuna kitu kinakuja huko kwenye PID. Kuna zile tu dalili ambazo tukiziona tunajua
Pain where? Pain inaweza kuwa pain during maturation. Hilo ndio neno sahihi. Pain during maturation. Yaani unapata maumivu unapokojoa. Wewe mwanamke au mwanaume, hiyo ndio dalili. Naikubali, nimeiweka tu sawa zaidi. Dalili nyingine, kukojoa mara kwa mara, tutaiweka huku kwenye sukari. Lakini inaweza tu, lakini those are minor. Nataka ukichukua dalili kama 5 ukishazijua, unasema hii ni UTI sasa. Lakini sikupi dalili hapa ili ujitibie. Maana hutajua parcel ni ngapi. Si ndio jamani? Au na parcel nipeane. Mimi sio nabii na mimi sio maabara. Inaitwa nini kwa kizungu ndio muweke sawa? Lower. Mtakuwa hata madaktari wote. Wengi wanasema lower stomach pain. Hatuna stomach. Ni lower abdominal what? Pain. Powerful. Those are the signs. Regular urination. Ninaikubali hivi. Nataka 5. Hizo ni ipo, but they are so weak somehow. Strong ones. Simwenda haraka jamani. Nyie si ndio au mwagi UTI? Nyinyi ni watu wa Mungu sana. Yaani hata UTI hampati. Headache naikubali, lakini na kuwekea pale inakuwa na temperature inapanda above which Celsius ngapi? Above 37 degrees Celsius. Sawa ngoja niwarahisishie sasa dalili kubwa. Ili nilikuwa tu nataka mchangie sasa nisikie The color of the urine can change. I agree. Strong one. Which color do we most see it as when we got what? We got what? UTI. Color yake inakuwa nini sana? Haya, nione wataalamu walioko hapa. Ikiwa Coca-Cola like a urine ni dalili ya nini hiyo? Ikiwa Coca-Cola like a urine au urine like a Coca-Cola. Haya, tuziweke sasa za pamoja. Sio tunataka kuwa na kwa panty unaona scent za yeast. Za yeast tutaziweka kwenye PID. Unajua kuna small line between PID and UTI. Na hapo na pia kuna hizo mafungus. Zinaweza zote kuchora mstari ukafikiri ni kama kitu kimoja. Lakini UTI kuwapendwa inakuwa na dalili zifuatazo. Kwanza chukua hivi, unakuwa na all malaria like symptoms plus, umesikia hiyo professional language, all like malaria symptoms plus. Sasa hapo nitaanza tena kupata darasa jipya. What are the malaria symptoms? Hizo zote mnazosema sasa. Kwa hiyo mtu mwenye UTI anakuwa na dalili nyingi za kimalaria, si ndio? Plus the followings. Sasa hizi ndio zina distinguish between malaria and UTI. Ya kwanza ni maumivu wakati wa kukojoa. Sawa? Ya pili, low abdominal pain. Hapo chini ya kitovu hapo panauma hapo. Panakuwa panauma hapo. Ya tatu ambayo inaweza kukufanya pia ujue pain radiating going backward, right? Ya nne ambayo unaweza kuipata pia maumivu yanaenda mpaka kwenda mgongoni na mabega. Those are the strong ones. Mtu akija daktari na homa na nini symptoms za malaria tunakusikiliza, lakini daktari nikikojoa maumivu. Chini ya kitovu kuna uma hapo. Na maumivu yanahama na mgongo na pia unafanya nini? Unauma. Na hayo maumivu daktari yananiuma mpaka hapa. Mpaka hapa. Tunakuambia wewe tayari tumekumulika kwenye UTI. Na kwa hiyo tunakuwa na differential diagnosis ya kwanza UTI, ya pili malaria,
ndio tunaendelea na zingine hivyo, sawa eh? Sasa pia kitu kingine ambacho kitakuwa ni dalili ni hiyo color change of urine. Inaweza kuwa imekuwa ni kama yellowish fulani, lakini baadaye kama hiyo UTI ni kubwa sana, unakuwa pia na dalili sawa na ile ya Coca-Cola like urine. Coca-Cola like urine ni dalili ya severe malaria au tunaita cerebral malaria. Mmenielewa hapo vizuri eh? Hiyo ni distinctive symptom ya cerebral malaria. Wapendwa wa Bwana, tunaelewana? Sasa hichi kichwa kina mambo mengi, mara mafungu, mara hivi, lakini Bwana ni mwema, tutashinda. Sasa kwa hiyo dalili nyingine pia ni pain during sexual intercourse. Pain during sexual intercourse. Hizo ukishatupatia plus the minor change of your discharge. The minor change of what? Of a discharge. Hiyo ukituambia tena na discharge imeanzaanza, tutaongeza differential ya 3, PID. Tukiikosa PID tukaona hauna, tunamaanisha kwamba hiyo UTI imeenda ni secondary. Jamani, tunaelewana vizuri eh? Swali la symptoms sitaki kudili nalo sana, maana kishafahamu hizo chache, nenda hospitali. Maana kama unahitaji symptoms basi tukuadmit ukaanze kufanya medicine alafu uje ututibu tena. Bwana asifiwe. But it's a very good question. Nimekupatieni hizo ni chache nzuri. Swali lingine haraka haraka hivi au hamtaki nihame hapo Nyongeza. Okay. Mara nyingine wanaume mpaka dalili ya UTI ikubambe itachukua muda kwa sababu ya nature. Wanaume sisi tuna nini? Inaitwa nini? Mfumo wa mkojo wa kike na wa kiume umetofautishwa na nini? Eti ni nini? Hapo kuna kwenye urethra hapo kuna nini? Haya, hii biology ya Kenya nitaanza kuidoubt. Haya, sasa wanaume kuna urethra na ureter. Hiyo kitu simesikia. How are they between men and women? Urethra and ureter. Mmewahi kutofautisha hivyo vitu? Mzee anasema sasa mimi nimesoma kitambo. Asante kujitetea. Sasa wanaume mfumo wao kwenye urethra haupo sawa na wanawake. Na hii inasababisha kwamba ukipata effect mpaka ukojoe kwa kuumwa, tumbo liume chini mpaka mgongo, ni tofauti kidogo kwa sababu hao wanawake urethra yao ipo very near and very open. Na kwa hiyo symptoms can be clearly detected and that's how it is. Na hiyo ndio nilitaka mjue hivyo. Sawa jamani? Kwa hiyo wanaume ukiona tu mke wako anayo UTI, jifahamu kwamba mimi hata kama sasa hivi sina kabisa 100%, mimi ni candidate. You might be a carrier sometimes. You carry those UTIs and whatever, but they don't affect. Simaisikiaga watu ni HIV carrier. Ana HIV miaka 25. Yeye yuko stable. We nasa hicho chuma tu. Ukijikanyaga ukapita hapo umeuawa. Yeye haina shida kwake. Ndio inavyokuwa kwa magonjwa mengi. Rhesus factor zetu na DNA and rhesus factor na RNA zinatufanya tutofautiane katika masuala mazima ya kuwa carriers wa magonjwa tofauti na blood groups. Hivyo ndivyo wanavyosema akina Mendelian's theory and whatever
the theories. Lakini hiyo tunaelewana hapo vizuri. Wanaume tusiwe wabishi, haigharimu wokovu wetu. Mke wangu naona ana UTI na mimi nimeona nipime naye ndio tuone kama tunaweza kutibiwa ama la, yeye aendelee kutumia tiba. Na wakati wa tiba mtashauriwa na daktari, bwana mpate likizo hata ya siku 14, msikutane kimwili, chezeni tu, lakini msiingie sana huko, maana tunataka mpone kwanza. Mkiendelea safari inafanya nini? Jamani, tumeelewana sasa? I think we are exhausted. Tumeshatosheka kwenye hilo. Kuna maswali na mimi nataka nisiyapuze. Hivi kuna ambacho sijasema? Karibu. Yeah. Yeah, it might be not sexually transmitted per se, but it can sometimes tunaita hiyo ni aggravating factor. Kitaalamu tunasema sexual intercourse can be one of the aggravating factors to UTI. Am I communicating? Yeah? But not 100% what a sexual transmitted disease. Very nice, very nice. And I agree. That's how it makes us to be together. Niliona mkono wako. Yeah. I should not despise and then I'll come to you. Okay? Yes, I said it is bacterial, and also the way it is majorly caused is when feces and urine can mix up. Huyu jamaa yuko grupu gani? Ni kijana au? Aya, tumechukua 10. Jamaa yuko wapi? Singles ama wapi? Aya, tutakutana naye baadaye. Timekeeper akiwa enjoy kipindi utakoma. Sasa hiyo ilikuwa illustration ya somo moja ninatakiwa kutoa hapa. Kila kitu kina faida yake. Mwanaume akisikia maneno mengi ya mwanamke ndio anavyosikia hivyo kwenye ubongo wake. Sisi danganyi. Au mnafikiri nimewachekesha tu? It is psychological. Ndio maana ukimwongelesha maneno mengi mwanaume yeyote, kwa sababu ya blood circulation, the jugular venous pressure of the right side pushes the blood to the left one and the left to the right. Do you understand what I'm saying? Lakini ya wanawake jugular venous pressure yao iko tu inaenda hivi. Ndio maana ukimkwaza mzee, furaha yake, yani ili damu iende vizuri, ni kuongea. Sasa akiongea vile, wewe mchukulie poa, relax. Maana ndio njia yake ya damu kufanya nini? Kusakulate. Si kama mmenielewa? Walionielewa? Lakini kwa mwanaume ni vice versa. Akiona amekwazika alafu anasikia maneno, yani damu inapita kwa tabu mpaka ikrosi hapa ije huku, inamuumiza sana. It is very psychological. Na ndio maana wanawake, ukikutana na watu waliopata stroke 10, 3 tu ndio wa kike, 7 wote ni wa kiume, kwa sababu ya changamoto ya blood circulation kwa wanaume. Mmenielewa? Tumecheka, lakini nataka pia tuwe serious, tuelewe kuna somo hapo. Hiyo kitu ilikuwa inapiga hapo, ilikuwa kama somo. Ndio maana Biblia ikaweka tu Kiswahili cha kawaida au kibiblia. Ni afadhali mwanaume akae kwenye paa ya dari, alale huko, kuliko kukaa ndani na mwanamke mwenye nini? Hapo kuna psychological point of view. Ndio maana wanaume sasa akikwazika, mkono unatetemeka, viungo vinatetemeka. The option atafanya kama roho hajakaa ndani yake, akikuslap
Yaani damu sasa ndio inaenda sawa. Sijui kama mmenielewa. Lakini vinginevyo kama ana Mungu, roho wa Mungu anamsukuma, anatoka barazani, anaenda chumbani. Sasa akifika chumbani mama anamwambia, "Yaani nilichokuambia barazani hujaelewa, nimekuja bado." Wahurumieni hao watu. Yaani Bwana asifiwe. Akiona anasumbuliwa kama anampenda Mungu, anatoka nje, anaondoka, atakuja baadaye. Na akija tena amenyamaza, ndio ulienda haijaisha. Please have mercy on them. Yaani tumepata illustration, sawa? Let's go back to our point. Who was speaking, right? Sawa, You are right. Naona dada alikuwa anataka kuongea hiyo. Ni moja ya kitu muhimu sana. Lakini pia ndugu zangu, sijui kama nitakuwa nimeenda ndani zaidi. You people must understand. Sijui huyo mwalimu aliyefundisha watu kufanya mapenzi kwa kuingiza hizo kucha kwenda ndani huko. Huko ndani hakuna kitu hivi vitu vinaweza fanya. Hakuna muujiza. Kwa sababu what you are finding is just at the upper. What you should go inside and find it there is not your fingers. Is what you have. You men, have you understand? Wanaume mmenielewa? Is this a new insight to you? It might. Kwa sababu gani? Unavyoingiza hizi vidole, unaingiza, utawafanya pawe very solid. Ndio baadaye mwanamke hata akiishi bila wewe anaweza kuishi. Si vidole anavyo kama vya kwako. Why should she have you? Do you understand what I'm saying? Unachotakiwa kufanyia play na nini vyote viko hapa juu tu kwenye labia manora. Play with it with your fingers while they're so clean. Don't go inside. Hatuchimbi viazi huko. Kindly, sorry. Am I communicating? Please. Ni utaalamu tu wa kawaida huo. Sasa unaenda. What is that? Utapata magonjwa mengi sana alafu itakusumbua. Relax, it's just there at the upper. Go to internet, it will teach you the way you want, but not for evil. Am I communicating? Sababu hapo juu hapo ndo kuna hiyo kitu inaitwa clitoris. And that's all. For a woman to reach intimacy and to reach orgasm, the intimacy point will be reached by you a man, your organ. And you should, it is not also that more far. Paka unaenda unaharibu cervix. It's not that far. Just somewhere around. And I'm not here to teach that one. Please, I was only dealing with a small point you gave. We move forward. It seems sweet to discuss, but not that portable and applicable. Please. What causes? Blockage. Sasa hiyo, that is a bit another topic, but we'll keep on it. Maybe I'll touch it as we have only 10 minutes. I'll see. Kumbe ni paswa nifundisha hapa family life ya health family life. Ni huyu jamani afu atakuja hapa tutamaliza. Karibu. Miaka kama mitano iliyopita. Ninapokaa kwa sababu wengi hapa mjini hapa sio kwetu. Nimekaa kwa miji Benzo. Kuna jamaa mmoja ameachana na mke wake. Kuna jamaa mmoja ameachana na mke wake, walikuwa wameoana.
anafanya kazi nje, anakuja maybe mara moja au mbili kwa mwezi. Sawa. Amekuja kwake na hapa akapatana na ugonjwa UTI. Wakaenda hospitali. Walipoenda hospitali wakapatwa watu wa UTI. Kulingana na ujumbe wa mwanaume, hajalala na mwanamke yote nje ya ndoa. Na mwanamke huyu kwa kweli hajawahi lala na mwanaume yeyote. Sawa. Ni kwamba hapa tulipokuwa tunakaa, hivi ulisema trust nobody and suspect everyone. Nilikuwa nasema hivi. Sijasema wanawake wawe wasafi, haswa kama hiyo choo zile tunazotumika. It's good unapokaa tu osha, na wakati mwingine sisi ulivyosema sisi ndivyo unaweza simama hapa ukalenga choo yako pale ukamaliza ukatoka. Na hapa wale ambao tuko na wao hujui ni nani ametembea wapi. Na ni kwamba choo hiki hivyo ambao tunatumika, mmoja wa hao wanaokaa hapa anaweza kuwa alikuja akaweka pale. Na jinsi ulivyosema kwamba mji huu wa wanawake uko hapa karibu, akabeba akaleta bila yeye kujua. Na mke wake kawa bahati mbaya, hapo ndio mapema aliyokuja, ikawa sasa iko hapo. Na walipofuatilia, ninavyosema hivi, hiyo ndoa haipo. Ni akupewa elimu na daktari. Imagine. Na ni kitu ambacho tumetumia kama sisi tulipofuatilia, ni kwamba kwa sababu baadaye wengine walikuja wakawa wagonjwa na ambao hawakupata kutoka kwa yule mwanadada. Ni wanadada wengine ndio walikuja wakawa wagonjwa. So ni vizuri kwamba mahali tulipo zile choo tunazotumika. Sometimes si company yetu. Tuko na breps. Mwambie tuko breps. Tuko breps. Shida ni gani? So, ni kwamba nilikuwa nasema usafi ni kitu cha muhimu, haswa ndio vile ambavyo tunavyovitumia. Sio kwa sababu unajiona kwamba ni hilo likikupata wewe una story utapata. Sasa pia nimeshukuru hiyo scenario. Unajua medicine is about scenarios. Yaani sisi tunatibu kwa scenario. Ukitupea story, si unaambiwa past medical history, client history inabeba 80% ya medication yako. Sasa ndio kama hiyo. Sasa moja ya jambo ambalo tutafanya, huenda tutaishia, mimi najua hatutamaliza pia, lakini tutamaliza hivi karibuni. Muombe tu dakika 5 tena hivi labda. Sasa si tulijua hata hatutaweza kuongea pamoja, kumbe tumeingiana. Basi dakika 5 tu labda, lakini basi haya mambo ni mazuri. Anyway, kwa kuwa ametoa scenario, nitaka nijibu akiwa, lakini itatusaidia akija tujue tumesolve. Ni ya kwamba jamani, hasa hizi nyumba za kurent ama hizi nyumba tunakaa baba, mama, watoto, nini, lazima tuwe makini. Ukiniuliza tu kwenye swala la kukaa pamoja, afya sio ya kila mtu, afya ni ya mtu huyu. Si unapata hata nani ulimi. Mnavyokuwa tu mnakula unaona kama hivi vijiko, sorry tizima stima. Okay, sasa we are live and so haya. Kwa hapa tunachofanya tunasemaje? Kwa mfano tu, si umenigusia hilo swala, amegusia swala hilo la vyoo kushare. Nikasema niweke msisitizo kwanza kabla sijafika kwenye mambo ya magonjwa ya ulimi. Ni ya kwamba please angalieni watu wana rent au kuishi pamoja. Kwa hapo kuna changamoto. Jamani, kuna nini? Na hiyo changamoto yenyewe ni hii. Kuwa makini. Trust none, suspect everyone. Alafu hivyo unasikia bwana. Mimi niko makini sana na namshukuru Mungu. Mke wangu anakuaga makini zaidi. Mimi si ndio naingiaga chooni. Nikifika nimekojoa zangu hivi nimetoka. Yeye akifika, mimi si ni mume wake, lazima asafishe choo.
asafishe, aweke mambo yake, atoke, na mimi nikifika nifanye yangu hivyo, nitoke. Sio mume wako useme huyu ni mume wangu bwana. Mume wako kivipi? Ni mume wako mnapokuwa kwenye ndoa, ila kwenye masuala ya afya hatuna cha mume na mke. It is individual. Mimi sinatibu watu, najua mwanamke hana HIV, mwanaume anayo, and wanaishi and they are mating na wanazaa watoto. Doctor, like how? It's not the day. Hiyo ni story of another day. Lakini wako hivyo na wanaishi. Sio, umenielewa? Sasa kama hiyo ipo pia kwenye masuala hayo, afu pia niwape tahadhari. UTI isiwakorofishe. Hicho si ni kitu kidogo, labda kama mna sababu nyingine. Sieti mzee, umeletewa kesi kwa umri wako. Wamekuja wana divorce kwa sababu ya UTI. Can that be? Si unajua tu ni daktari alivyowatisha na kero zingine, labda anamsuspect mwenzake kwamba ni mzinzi, hapo kesi inazidi kuchachamaa. Kumbe UTI ni kitu cha kawaida, kinaweza kukukuta kwa hali yoyote. Kwa mfano hapa tulivyokaa makambi asubuhi hadi saa hizi, hako kakitu kameshapa, mafluidi yamepishana, hujabadilisha, UTI imekaa. Umezini hapo ulipokaa wewe. Sijui kama umenielewa. Ni usafi tu unaweza kuleta hayo. Kwa hiyo let us relax and understand. Inahitaji tu knowledge and what? And understanding. Am I communicating? Please allow me to have a move. Niweke hapo kwenye ulimi kidogo, nilikuwa nimegusiwa hapo, nikasema nisemea ulimi. Hata wanawake mnaotuoshea vyombo. Sikiza sasa. Vyombo vioshwe kwa maji ya moto, hasa vijiko. They must be soaked in clean hot water. Sababu kuna kipindi mmoja alitembelea kwetu bwana. Kumbe ana fangasi ya mdomo, ya ulimi. Kapiga chakula, katuacha, na sisi ndio tulipewa kuosha vyombo. Vijana tunaosha ovyo ovyo, tukaja kula. Subutu. Ikabamba mdongo wangu. Mama, wote watatu fangasi. Wote watatu nini? Sinio inaanza kuwa shida tena. Kwa hiyo mnatakiwa kuwa makini. Hivyo vijiko vyote, siku hizi dunia imeenda. Mtu amekuja tu, labda amekuwa na drug holiday, amekuwa na CD4 zimeshuka, viral load imepanda, inamletea fango, umempa chakula, ile fangasi inawachukua. Au mtapata HIV, ila mtapata fangasi. Yaani mmenielewa hapo? Am I communicating? Usije ukaenda kufungia kijiko chumbani. Kwa unasema cha kwangu kuanzia leo natoka nacho. Nikila ni ndani, nikitoka. Hatumaanishi hivyo. Weka usafi tu vizuri jamani, sawa? How many of you got me? Usije ukasema kwa dunia hii ya sasa na mimi leo naenda, mchungaji ameshanirahisishia. Ninaweka sasa kijiko ndani. Tunachosema hapa ni usafi wa pamoja, na maisha yanafanya nini? Jamani, Bwana asifiwe. And so what? Wanaume, ajueni maisha ya wanawake kama ifuatavyo. Hii ni elimu ya jumla kwa ufupi. Wanawake ni waongeaji. Wa umri wote. Ni wafanya nini? Ni waongeaji. Mwanamke kwa siku asipotimiza maneno ya kutosha, usiku anakuwa na ndoto nyingi. Kureplace yale maneno ambayo ya kukamilisha. Na ndio hao wanaenda kuombewa, maana wanaota vitu vingi sana. Alikuwa na hasira na bwana wake, hajaongea hayo maneno, anaenda kuota amekabwa, yuko chini ya maji, sijui nini. Anasema, hebu mchungaji nitabirie, napata ndoto nyingi. Sasa kumbe sio ndoto, ni unakamilisha maneno ambayo hukuyaongea. Maana mwanamke anamkaga na mudi nyingi. Sikiliza hiyo psychology. Kwa dakika moja mwanamke anaweza kuwa ndani ya dakika hii moja kuwa na mawazo zaidi ya 200,000. Yaani anavyoniangalia tu hivi anaweza kuwa na mawazo 200,000 in 1 minute. Mimi naongelea UTI, yeye amefika mpaka kwenye kansa ya shingo ya uzazi. Yaani ameshatembea haraka. Sijui kama mnanielewa. 200,000 kwa dakika hii. Sasa wanaume wengi wanafeli kujua. Wanawake wanabadilika kwa mwezi mara 4. Major 4 seasons.
Ya kwanza, season ya kwanza ni ile ambayo they are in bleeding, wakiwa kwenye hedhi. Sasa haya wazee inaweza isiwaguse sana, ningekuwa na muda ndio kuna ka point nitaka hawa wazee hawa wenye ndoa kongwe ningewafundisha science in menopause. Hiyo nayo imechanganya wazee sana. Mama, sasa nahama mada. Yaani na mada nyingi kichwani. Turudi hapo. Turudi kwenye sayansi ya mazungumzo. Huko kwenye menopause patamu nako muda wake sijui ni lini. Turudi tu hapa. Kwamba hiyo sayansi ya maneno usipoijua, ndoa inaweza kuvunjika na ukafikiri wewe sio Mkristo. Ndani ya bleed anaweza kuchange akawa sio muongeaji. Unakuja sasa, wewe mama, mbona uongei? Anakukasirikia, naomba uniache. Naomba fanye nini? Ukiendelea kuongea anakuambia nakwazika. Sasa nao unajiuliza, mke wangu leo sikumkwaza, tumeomba asubuhi vizuri, tumefanya ibada na nyimbo tumeimba, mbona haongei? Kumbe bleeding yake inamuendesha kutoongea. Sio kama umenielewa. Anakuwa tuna mudi sasa, ama inamuendesha tu asiongee na wewe, ila inampeleka kuongea na wana, anajiexpose, kama unanielewa. Usiku tena wakati wa kulala ana distance kabisa hapo mahali, maana akili yake chafu. How can this man just come, anakuja kuja tu karibu hivi? Kwani yeye haoni kama niko wapi? Si atulie sasa. Kwa hiyo psychology hiyo mwezi, au anaweza akabadilika kwenye hiyo wakati wa hedhi, ndio anamuhitaji. After na anamuhitaji, lakini anajua haitawezekana, anakuwa msumbufu. Mwanaume anajiuliza, au si ataniua tena? Na hizi zote amepandisha akili yangu kwenye hiyo habari, naenda wapi? Jua kipimo cha mabadiliko ya mke wako, anabadilikaje? Ngoja nitoe kauli hii. Wanaume, ulipochagua kuoa, ratiba yako ya maisha iko kwa mke wako. Umesikia hiyo bro? Kwa nini? Yeye ndiye anayejua lini mtafurahi, lini hatafurahi, lini itakuwaje. Please abide to the timetable, or else it will disturb your Christianity. Umeielewa hiyo kitu? Wanawake ndio wako na timetable. Hata mimi si unaona na ubiri hapa, mke wangu ndio yuko na timetable pale. Kimya alivyokaa, hajaongea hata neno moja, ila ratiba yangu iko pale. Leo akipenda kunikumbatia nitashukuru, akiwa na mudi ya kutonikumbatia nitaimba tenzi za rohoni. Yaani Bwana asifiwe. Timetable iko na yeye. Kazi yetu wanaume ni kuwafanya hao wanawake wawe na regular timetable ya kutu include kwenye timetable yao. Si kama umenielewa? Kipindi cha kwanza tumesema wanabadilika. Mna haraka ya kwenda nyumbani? Maana baada ya hapa si mimi tu nawaombea muende. Hata sitaki kuhubiri, tumeshahubiri. Yesu anakuja. Wokovu umerahisishwa. Haya bana. Sasa anyway, we might be troubling someone, alafu tusijue. Sasa nilikuwa nasema kipindi cha pili kwa haraka. Ukitoka hicho kipindi cha hedhi, kinaweza kuwa na tabia tofauti tofauti, na hatuna common understanding, kwa sababu mwanamke huyu na huyu hawafanani wanapokuwa kwenye hedhi. Sijui mnanielewa? Jamani, tumeelewana hapa? Muelewe mke wako ndio usiteseke. Yesu ukakosa mbingu kwa sababu ya badiliko lake. Ya pili, kipindi cha pili ni soon after bleeding. Inaitwa cold season. Inakuwa na siku kama 2 au 3, inategemea anakuwa na bleeding ya siku ngapi. Kama ni 3, 5 au 7. Huwa wengi ni 3 hadi 5, wachache sana inakuwa 7. Sawa jamani? Sasa kama ni 3, kuanzia siku ya 4 hadi ya 9 au ya 8 anakuwa hableed, ila anakuwa kwenye cold season. Kwa hiyo anakuwa hataki pia kukutana na wewe, ila kama anakupenda na unamplease atataka. Sijui kama mmenielewa. Kama
Ndio alikuwa cold, lakini wewe si ndio nani yake, si ndio ovener. Mweke cold. Hableed, lakini hayuko kwenye hot. Sasa yuko cold. Wewe mboil, mfanye ajisikie kuwa mtu sasa. Na unafanyaje? Unatumia kila uelewa wako. The language of love of your woman cannot be the language of love to my woman. But they can slightly be alike. Am I communicating? Eh? Wanaume mpo hapa? Tuachane na hii mambo ya ekegusi. Dunia imebadilika. Mwanamke yuko hapa Kisii ila anaishi maisha ya Rihanna kwenye movie. Sio kama mnanielewa? Do you get my psychology? Wewe unamuona anaongea Kikisii vizuri, lakini akili haiko wapi? Basi umemaliza. Kwa hiyo ninachotaka kusema hapa ni get to know closely the psychology of your lovely one. And that one will help you to live together happily and you will enjoy. Jamani, Bwana asifiwe. Mzee, hili somo linataka kukuambia pia mjue mke wako kabla hajafika menopause alikuwaje, na sasa yuko menopause yukoje. And life at menopause is peace and it is even at all you enjoy and understand your partner katika umri wa uzee. Jamani, Bwana asifiwe sana. Am I communicating please? Kipindi cha 3, yani ichi kinanda huyo mtu amefundishwa kupiga leo. Poleni vijana, tunakuwa hivyo. Tuendelee tu, tuamue kuswitch off hiyo sauti, tuendelee. Si inawezekana japo sio kwa wote. Lakini mimi na assume tu iwe aiendelee. Tuendelee zetu tu hapa. Basi tuachane nayo, tu assume tunaendelea. Be at peace, relax. Tulao mwende nyumbani. Sasa shortly nikawa nasema kipindi cha 3 nikimaliza vipindi 4 mniruhusu nimalize. It is sweet but a good dancer should know when to leave the stage. And so number 3 tumesema cha kwanza ni the bleeding season, right? The second one cold season. Alafu tunakuja the season when it is too hot. Sasa hiyo season ndio pale ambapo unazaa watoto kwa bahati mbaya. Maana hiyo season ni mwanamke hauwezi, yani kwa nature ya kawaida, yule mama alisema pale mbele kwa microphone, si ndio? Mwanamke akihitaji tendo anapewa, ila mwanaume akitaka ni probability. Si mmenielewa? Si mmenielewa? Mwanamke akitaka ni compulsory, ila mwanaume akitaka ni probability. Si mmenielewa? Just get to know the buttons. Ili kwako iwe pia sehemu ya compulsory, the buttons will help you. Hasa wanawake wengi siku hizi tunachofeli nao ni ratiba zao. Umaipatana na mwanamke saa 3 anafikiria kesho si anaenda kazini, anawaza apike chai, andae mandazi sijui chapo, apike na ubokima, aweke kwa hot pot nini, kila kitu apange. Anapanga, akimaliza tena vyombo vichafu anaanza kuosha. Kuna nguo za watoto anaenda kufua. Jamaa amekaa kule chumbani anasema mpaka lini? Hali inazidi kuwa tete. Sijui kama mnanielewa. Anaanza kuimba nyimbo tenzi tenzi tenzi, anacheza simu, analala, thyroid gland iko juu balaa, hormone ya thyroid imepanda, na akifa siku hiyo mbinguni aende. Sijui kama mmenielewa. Basi bwana, kipindi cha 4 nilikuwa sijamaliza, lakini tutaonana. Mnaweza kufanya hivi, may it be kesho after lunch. Kesho mna lunch hapa? Mko na lunch kesho hapa ama kesho mnakula nyumbani? Baada tu ya hiyo tunaweza kutana. Yako mengi mazuri ya kuongea. Blessings.
Tell me and I'll come for you. We stand for the word of prayer. Najua bado tuko na hangover, tutaonana. Elda, tuombe sasa. Najua sauti yako. Hebu na tuombe. Mungu wetu wa mbinguni, tunakuja mbele zako. Tunashukuru jina lako. Asante kwa kutupa neno lako kupitia kwa mtumishi wako. Tunapotoka na kwenda nyumbani, kwa kila mmoja uwe nasi mpaka asubuhi, utukutanishe tena. Tunaomba katika jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Basi tunakutana kwa maombi, si itakaa sawa? Let's pray and we go. And so we are here. Asubuhi kesho vipindi inaanza saa 2:15. Kamera itakuwa ya kwanza, ukichelewa utamisi mambo. Ukikosa kesho, maana tutafika saa 8 tutakuwa tunamaliza kesho. Ikawa ina ondoa shida zetu unapungufu taabuni mara nyingi roho zetu zimepona mashakani tumeshinda wakati wa asa tamu Makenzi saa tuje tukaribu hata tunati ombi tutazidi kuingia boma ni mwetu na ngome hata tuishapo mwendo Yesu atatusikia tutatafuta daima na tutakapokutana tutamwona saa tamu saa heri ya maoni tutapeleka haki zetu kwake Bwana asifiwe tena. Jioni ya leo hapa Better Living Getembe, Bwana amekuwa mwema sana. Ninaona singles wamekuwa wakienjoy na hata walikuwa muda hauwatoshi. Kumbe
There is joy in single or in singleness. Na hivyo Mungu anaweza akawa faraja na wimbo mtamu katikati ya upweke. And should I tell you, you are alone but you are not lonely. Jesus is with you. Nimeshukuru sana wale vijana wakubwa wanaoenda kujipanga kabisa kuoa au kuolewa, kama kina wakili msomi. Wakili hicho kitambi ni kitambi cha ndoa, na unajua kuna watu wana kichwa cha ndoa. Kwa mfano Makenzi ana kichwa cha ndoa, alafu wakili ana tumbo la ndoa. Sasa haya ndio mambo ya ajabu kabisa. Kwa hiyo hapo ni tangazo la hatari kwamba hivi karibuni makambi yajayo kumla nitawaomba tuwe kwenye ndoa changa tafadhali. Wangapi wanaombea hilo? Basi rafiki yangu Makenzi unao, tunasubiri kadi kwa jina la Yesu. Baada ya hapo nimpongeze Boni wiki ijayo hivi. Hayawi sasa yamekuwa yule mlimwele, nimeona hata unavyo msogelea kwenye picha, nikasema chuma kimekuwa cha moto. Na hivi basi tunakuombea ili Bwana akubariki. Wangapi wanaombea ndoa yake pia? Mungu akubariki. Kijana mstaarabu sana. Yaani kama huyu mwanamke angekuwa hapa ningemtangazia wazi asitutesee Boni. Maana Boni labda ateswe ila sio kutesa, Mkisii aliyeongoka. Hebu njoo hapa rafiki yangu. Naona ni smart. Hizi suti anashonaga mwenyewe. Yaani Bwana asifiwe. Mbona hivi vifungo hata mimi siwezi, na utanishoneaga moja kama hiyo. Yaani Bwana asifiwe. Very smart. Anashona vitu vyake. Amewahi kunihudumia mahali nikasema sijaona wanaume pia wa Kristo, nikasema Kisii Mungu ameingia sana. Yaani Bwana asifiwe. Boni yule mwanamke hapigwi. Akipigwa sana anapigwa kwa kanga mpya, kitenge kipya, unampiga na gauni jipya, unampiga busu, yani anapigwa busu. Apigi vitu vya hivi, piga vitu vizuri, sio makofi na ngumi. Bwana asifiwe. Wangapi wamebariki tena ndoa hiyo ikafungwe? Haleluya. Kikifunguliwa hapa kimefunguliwa wapi pia? Mbinguni. So go and enjoy. Best wishes as you're getting your beloved wife. Lakini pia nikajua wale vijana wetu wa umri ule wa miaka 16 hadi 23. Nimeona pale unawapa nondo adimu kabisa. Na niwaambie tu wale wasichana pia neno. Hii ni wakati wa comment pia leo tusikie kidogo. Wale dada naye nataka nimtamkie baraka, amebarikiwa. Yaani Bwana asifiwe. Wale wako na bro Robinson, waambie, nafikiri umeshawaambia kwamba watulize haraka. Wanaona supu iko juu, nyama huwa zinakaa wapi? Wakitulia watakutana na nyama, wakichelewa watashiba mchuzi washinde kula nyama. Yaani Bwana asifiwe sana. Unafika kwenye ndoa umechoka, mpaka tunakuita sasa, wewe unachokaje hivi? Kumbe umetumia vibaya. Umewahi kuona mtu anatakiwa kuingia kwenye mechi ya dakika 90 ila amechoka mazoezi? Yaani Bwana asifiwe. Sasa ndio wanafanya vijana wetu hivi, wana mazoezi bila Yesu kuingia, hayo mazoezi yatawachosha, watashindwa kuingia kwenye uwanja wa ndoa. Tuwaombe na nawatia moyo, msicheze huko sana. Uwanja huo unahitaji striker, unahitaji kijana ambaye atabaki kiuno sawa. Sasa unakuta wasichana hujaolewa, maziwa yanaanza yako saa 6 yanaenda saa 7, saa 8, saa 9, yanaolewa pale saa 10 kasoro. Haifai. Kwa hiyo tulia. Bwana asifiwe sana. Tulia. Wabakia hata saa 9 kidogo. Sasa mpaka saa 10 kasoro kabisa. Kwa hiyo tulia kwa Yesu, hapo ulipo utaolewa, maisha yanawezekana. Yaani Bwana asifiwe sana. Nikakutana na Changa na Kongo, tumechanganyika pale pamoja. Mambo ni moto. Ninachotaka kuambia, maisha bila divorce, wanandoa yanawezekana. Yaani Bwana asifiwe sana. Kiuliza babangu kwa nini nilipeana divorce, anajuta kabisa. Maana aliachaga mama mwenye mama mashallah. Alafu ameenda ameoa vitu vya ajabu. Na sijuagi kwa nini nakuaga hivi.
Huwa mipango ya kando inakuaga na kasoro nyingi. Kama we ni mpango wa kando, nisamee bwana. Kuaga na kasoro nyingi sana. Utakuta ameacha mwanamke wa kazi, mrembo, mzuri, afu unaibukia kwenye kitu akikai fua. Nini? Umeacha mke wa kazi, unaoa vuvuzela. Maisha yatakuwa hatari kabisa. Tulia. Ndoa yako ina kasoro, ndio maana ni ndoa. Na kasoro ndio zinakuwa ndoa. Na nimewaambia wanaume kuanzia leo, ratiba yako anayo mke wako. Please akupende ndio uenjoy ratiba yake. Yaani Bwana asifiwe sana. Baadaye sasa kila mtu si nimemgusa ilikuwa tu hapo na pita na hakuna ndoa imezeeka. Kama wote mko hai, we can still enjoy. Bwana asifiwe sana. Ahadi ya Mungu tunapoomba inasema kutoka Yohana wa kwanza 5:14 na 15. Biblia, maandiko matakatifu yanasema, na huu ndio ujasiri tulio nao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake atusikia. Fungu hili limesomwa sana, najaribu tukulirudia. One of my favorite. Na 15 anasema, na kama tukijua kwamba atusikia tuomba chochote, twajua kwamba tunazo zile haja tulizomuomba. And this is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will, he hears us. And if we know that he hears us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desire of him. Ndiye Mungu anasema, basi na tukikaribie kiti cha enzi kwa ujasiri, ili tupate neema na rehema ya kutusaidia katika siku za mahitaji yetu. Ninakutia moyo, Yesu ameketi mkono wa kuume wa Baba yake. Anachofanya, ana intercede. Na kama kuna dhambi yoyote kwenye mikutano hii, ungama. Yesu yupo mkono wa kuume wa Baba yake ili atuombee msamaha. Lakini pia Roho Mtakatifu ajiwaye kuugua kusiko kutamkika, yuko tayari kubeba maombi yetu na kuyafanya yawe manukato. The mountain of blessings. Kitabu kile kinasema, we cannot really pray, but it is Holy Spirit who can make our prayers to be heard in a very good way before the throne of mercy. Na nani ambaye jioni leo anasema tumesimama? Huu ndio ujasiri nilio nao tena kwake Mungu, kwamba lolote nitakaloomba kwa kuamini, Mungu anaenda kulifanya. Nimeona Wakristo wengi osha mkono wako wakiteseka. Kwa nini? Kila mchungaji anayekuja kwa makambi kila mwaka, pastor niombee ndoa yangu, pastor niombee. Hawaamini kwamba walishajibiwa. And this is the confidence we have in him. Naomba leo imani yako ipande kwa jina la Yesu. Jamani, kwa jina la Yesu. Amini kwamba kwake kila kitu kinawezekana. If I will not disturb you, kindly we go down in prayer. Mikutano hii ni mikutano ya kuomba sana, kuliko hata ambavyo tungefanya kitu kingine. Taabuni mara nyingi, roho zetu zimepona, mashakani tumeshinda, wakati wa saa tamu, saa heri ya maombi twapeleka adhi
Tulisema leo ni siku ya wanawake na wasichana, hata watoto wa kike na wazee wa kike. Tulisema leo ni siku yao. Na hivyo wewe mwanamke ambaye uko sasa na hukuwepo asubuhi, watoto wa kike, wanaume, nitaomba samani kwa sumbua, muinuke. Mtakuwa nyuma ya wanawake, and you are going to do what we did in the morning. So you go at the back. Mtatengeneza seko nyuma yao kabisa, ili tuombe. Tena nyinyi mtasimama na mtasimama, wanaume mtasimama, alafu mtafanya vile nitasema, mkitengeneza half seko ya kuwazunguka wanawake. Kesho ni siku ya wanaume, asubuhi na jioni pia. Kwa hiyo wana wa kiume, vijana, hata watu wazima, asanteni kwa kusimama. Na huu ndio ujasiri tulio nao kwake, kwamba tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atasikia. Na kwa sababu na mimi ni mwanaume, acha nisimama. Na huu ndio ujasiri tulio nao kwake, kwamba tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atatusikia. Wapendwa wanawake, Mungu atawasikia. Wapendwa, Mungu atawasikia. Atawasikia. Kwa nini tunaomba kwa ajili ya wanawake hawa na wasichana na kila mtu kwa umri wake? Ndio pale tulisema kawaida ya shetani amekuwa akitumia wanawake. Anataka wawe mlango wa kuchochea mambo, mlango wa kuleta shida, mlango wa majaribu, mlango wa kila kitu. Ila leo tunaufunga mlango huo, tunataka tufungue mlango wa neema na baraka. Lakini tunaombea kwa sababu ya changamoto zao. Niruhusuni sasa ili tuende kuomba. Yesu, kila jicho likiwa limefumbwa. Yesu, kwa imani na kutumaini peke yako, nisikie sasa na kunitakasa, ni wako kabisa tangu leo. Baba na Mungu wetu, utukuzwe kutupatia wanawake kwa jinsia zao, amini, kwa umri wao. Wanawake, watoto wadogo, vitoto vya kike vidogo, wanawake, watoto wa umri fulani hivi, mabinti, wanawake wa umri wa kati ambao ni wasichana, wanawake ambao tayari wana uzazi lakini bado nao ni watoto, ni wanawake wa umri wa kati, tunawaita akina mama. Lakini tuna wanawake wa umri wa kati na wanawake wazee. Jina lako litukuzwe kwa ajili ya wanawake hawa. Jioni ya leo tena wakiwa magotini kwa ishara ya unyenyekevu, ninaomba kwa namna ya kipekee, maana leo ni siku yao, ili katika makambi haya waombewe nao waondoke na baraka tele kwa jina la Yesu. Ninaomba umwangalie huyu mwanamke aliyepiga magoti hapa na msichana na binti ambaye ameona vizuri anyenyekee magotini pako. Ninaomba kwa niaba ya kanisa zima ukadiri na changamoto za wasichana, wanawake, mabinti. Kuna ambao hapa wanasumbuliwa sana na magonjwa ya mara kwa mara, na asubuhi tulivunja ngome hiyo kwa niaba ya ambao hawakuwepo. Ninaomba kwa nguvu zako Yesu, ngome za magonjwa, magonjwa yote ya kike, magonjwa yote ya kike, iwe yako kwenye njia ya uzazi, iwe kwenye njia ya mkojo, iwe ni kwenye vifua vyao, iwe ni ndani ya matumbo yao, iwe ni kwenye moyo, iwe ni kwenye nini, chochote ambacho ni ugonjwa ambao wanawake hao wamekuwa wakiumwa, viungo vyao, misuli yao, mishipa yao, chochote kile, wanawake jioni ya leo
kama Bwana alivyonituma, ninatangaza kupona kwa jina la Yesu. Kupona kwa jina la Yesu. Kupona kwa jina la Yesu. Ugonjwa toweka kwa jina la Yesu. Baba, asante maana wanapona sasa. Asante maana wale ambao walikuwa hawajapokea uponyaji wanapona jioni ya leo. Wanapona jioni ya leo. Hata kama kuna ambaye alikuwa na ugonjwa wakakutisha leo tena, in the name of Jesus, ugonjwa kwa heri, umepona kwa jina la Yesu. Madaktari walifanya sehemu yao. Baba Mungu wetu, tenda sehemu yako tena. Tenda muujiza wako tena. Tenda maajabu yako tena. Wanawake wenye kisukari, wanawake wenye pressure, wanawake wenye jina lako watoke hapa, wamepona. Baba, sasa baada ya kuponya magonjwa hayo, wanawake walikuwa wakifungua milango ya mapepo, hasira, mapepo chuki, mapepo wivu, mapepo kadha wa kadha ambayo yamewatawala. Wengine wamekuwa kila kwa waganga, wengine wana dawa fulani. Ninavunja na kukataa kila roho yote ya giza, roho yote ya giza. I rebuke all action of Satan and demons in Jesus' name. In Jesus' name. Baba, acha wapone waondoke kwa amani. Hata kama walichezewa, walifanywa vibaya, ninakataa uwezo wa giza kwa jina la Yesu. Na kama kuna mtu ana pepo hapa, pepo toka. Pepo toka. Pepo toka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kuanzia leo hatutaenda kwa waganga tena. Asante Baba. Sasa wanawake hawa walinde na ndoa zao. Single parents walinde katika ujane ama kuachika. Wamekaa bila mume, watetee na kesi mbalimbali. Tetea mashamba yao, tetea nyumba zao, tetea mali walizoachiwa, ndio waweze kufurahia na watoto. Zile kesi zilizoko mahakamani za single parent, naomba Bwana ukawe mtetezi wao. Naomba Bwana ukawe haki yao. Waliponyimwa haki wapate haki. Asante Baba, maana single parents umewatetea. Wale wanaotaka kuolewa katika kuwa, wale apeke, wawe wazuri, watakaopenda watoto wao, watakaopenda maisha yao, watakao enjoy. Jina lako linaweza. Kama mama yangu alikuwa single parent akaolewa, it tells me nothing is impossible. Inaomba Bwana sasa kwa wanawake ambao wanakutana na hali ngumu za ndoa, hata walikuwa wataki kusamehe, hata walishachokana na ndoa, wape neema yako sasa, wape uwezo wako sasa. Wamekaa magotini muda mrefu, itawasaidia nini kuinuka wakabaki na roho zile? Wasamehe Bwana. Wape uwezo wako magoti wajaolewa, wape waume bora. Wako ambao wanatafuta wachumba, wanatamani kuolewa, wape Bwana. Wape utulivu, wape waume bora. Jina lako litatukuzwa. Wale wasichana wa shule, wape akili, wafikie profession zao. Wale watoto wa kike wadogo, walinde na yule mwovu, wakuwe katika hekima na kimo, wakipendeza wewe na wanadamu. Tuokolewa wanawake ni wa muhimu sana katika ukombozi. Ni wa muhimu sana pale mbinguni. Ni wa muhimu sana katika maisha yetu. Kama wanaume tunakubali, hawa ni viumbe wa muhimu. Wape maisha, wape neema, wabariki watoto wao, wabariki wajukuu wao, watetee Bwana. Tetea watoto wa matumbo yao, tetea watoto wa watoto wao, tetea Bwana. Wakumbukwe, watendewe mema, waenjoy katika maisha haya. Kisha kama kuna mwanamke alikuwa hajabatizwa, ongea naye, msumbue usiku na mchana, awe binti, awe msichana, awe mama, awe nani, hajabatizwa wa kike yeyote, alirudi nyuma, hajabatizwa, sema naye, maana unamhitaji katika ubatizo mkubwa, na jina lako litatukuzwa. Jina lako Baba litatukuzwa. Wanaume sasa wananyosha mikono yao ya kulia, mikono ya kuume wakiwabariki. Kila mwanaume anyoshe mkono wake kuelekea kwa wanawake, atoe baraka, atoe baraka. Mungu awabariki wanaume kwa kutoa baraka zenu, kwa kutoa baraka zenu. Ikiwa uko hapa
mke wako hayupo, naye afikiwe na baraka. Ikiwa uko hapa, mke wako alikuwa na shida, amepona kwa jina la Yesu, amepokea muujiza wake kwa jina la Yesu. Kuna nguvu imepita hapa. There's power and beyond power. Maana Mungu wetu umetuita kwa wakati. Hatujachoka magoteni, lakini na itoshe sasa, maana tunajua utatenda muujiza. Mikono iliyowekwa, mikono iliyowekwa igeuze kwa mikono yako, igeuze kwa ngao yako, igeuze kwa baraka zako. Ndio wanawake enjoy, wasioa wapate mke na Bwana. Kesho ikawa siku yao, wapokee mifulizo ya baraka kama walivyobariki wanawake hawa kwa roho moja. Jina lako litukuzwe. Better Living Getembe imekuwa kituo cha baraka. Jina lako na litukuzwe. Miujiza na shuhuda zikaandaliwe, maana watakushuhudia wewe wala si mwanadamu. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. 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 Inukeni kwa ushindi. Tabasamu moyoni mwako. Mungu amekutendea. Haikuwa bure wewe kukaa hapo chini, wala si amri yangu, wala sio bure. Mungu akutana na changamoto zako. Bwana awabariki. Get the point. Take a step forward. Joseph aweze kutupa. Mpendwa, tunaleta mahubiri haya kutoka nchini Kenya, kanisa la Sabato la Adventista la Better Living Getembe. Dada Salome, kwema? Kwema kabisa. Habari ya kushinda? Salama. Makambi yanaenda vipi? Hakika imekuwa ni mibaraka tele katika viwanja hivi vya Better Living Getembe. Tumepata mibaraka zaidi na zaidi. Wewe ambaye hujahudhuria, hakika umekosa mengi. Panga kuja kesho ili uweze kujumuika nasi katika viwanja hivi vya Better Living Getembe. Mnenaji ambaye amechukua hotuba kuu, mchungaji na daktari Fadhili Samuel Lubua, leo hivi amejikita katika somo lenye mada inayosema, mada ambayo linasema kwamba forgiving no matter what happens, ambaye tafsiri yake kwa Swahili ya kwamba furaha ya kusamea ingawaje ina gharama nzito.
Mnenaji wa Bible Studies na anaitwa nani? Mnenaji wetu wa Bible Study anajulikana kama Mchungaji Robinson. Na yupo Lucy Ndengo ambaye anachukua kipindi cha Family Life pamoja na kile cha Leadership. Upande wa watoto tuko na nani? Upande wa watoto tunazidi kubarikiwa na dada wa Irimo Priscilla ambaye amezidi kuwafundisha watoto mengi ajabu. Waimbaji wa kwaya nyingi wameweza kufurika katika viwanja hivi, wakiwemo waimbaji wa Heaven Targeters pamoja na kwaya zipi? Tumezidi kubarikiwa na kwaya ikiwemo kwaya ya Exodus, kwaya ya Revelation, kwaya ya kanisa ya Better Living Getembe na kwaya ya vijana. Vile vile tumekuwa na mass choir ambayo imezidi kutubariki na nyimbo nyingi. Hivi tutarajie nini siku ya Ijumaa na siku ya Sabato? Mtazamaji unayetufuatilia katika mitandaoni ukiwa unatumia #Get the point, take a step forward, tunakusihi usiweze kuondoka. Hapo kesho tutakuwa na mibaraka tele kuanzia asubuhi saa 11:30 yatakuwepo maombi kem. Wanaume watakuwa wanaombewa kesho. Wewe mwanaume unayenitazama, hakikisha unapokea mibaraka hii popote ulipo. Panga usikose. Na kwa hakika tunafika mwisho wa siku hii ya leo, siku ambayo tumeweza kubarikiwa na vipindi kem pamoja na wanenaji ambao wamechukua hotuba kwa vipindi tofauti. Tumerusha haya hewani kupitia mtandao wa Get the point, take a step forward. Vile vile tumerusha kwenye Inspire a Friend. Sijui kama unaona nyuma hapa tunao lebo ya Inspire a Friend, vile vile ambao tumekuwa tukirusha live kwenye YouTube, tumerusha live kwenye Facebook, tumeweza kurusha live kwenye Instagram, na vile vile tumeweza kuhifadhi mahubiri haya yote. Ikiwa wewe ni mpendwa subscriber ambao unakuja kwa mara ya kwanza, tuomba support yako kupitia kwa subscription, na ikiwa wewe ni msikilizaji ambao unafuatilia kila mara, tunasema zidi kubarikiwa. Get the point media, take a step forward. Nimekuwa na mtangazaji mwenza Diana Salome Mangi. Naitwa Emmanuel Bosire. Hadi tena siku ya kesho asubuhi tunapokuja hewani. Barikiwa. Get the point, take a step forward. Kwaheri. Get the point, take a step forward.